Basi kama tumesimama, nataka nialike Reverend Dominic Owoth atuongoze kwa ombi la kufungua ibada yetu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambao tumekusanyika hapa tuweze kuleta pole zetu kwa familia ya wapendwa wetu ambao wametuacha. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya umbali huu. Tunasema ni asante Mwenyezi Mungu kwa mkusanyiko huu Bwana, tukiongozwa na Rais wa Jamhuri wetu wa Kenya Daktari Samuel Ruto na naibu wake, mawaziri ambao wamefika, hata na wabunge, seneta na magavana wote kwa jumla ninawakabidhi mikononi mwako. Baba, pia ninakabidhi clergy ambao wametoka katika dhehebu mbalimbali wakiongozwa na askofu mkuu wa dhehebu letu la Kibatisti. Baba, ninakabidhi familia mikononi mwako Bwana, wakati huu wa maombolezo Mwenyezi Mungu uweze kuwafariji. Ninakabidhi wale wote ambao wamefika. Tunapoanza mkutano huu, tunapoanza ibada hii Bwana, Baba aweze kutembea nasi, na ni katika jina la Yesu mwombezi wetu. Amen. Ninaomba kwa heshima tuweze kuketi. Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Abraham Kithure Kindiki, Speakers of both Houses, National Assembly and the Senate, all Cabinet Secretaries present, all the governors present, all honorable members of Parliament present, all PSS present, all national and county government leaders present, all family members of the deceased, led by the family of Honorable Joanna Ngeno, members of the clergy, na waombolezaji la Baptist, kanisa la Kibatisti la Kenya, ya mazishi ambayo inaongozwa na kanisa la Baptist, kanisa la Kibatisti la Kenya. Nduruhusu sasa niweze kukaribisha waimbaji kwaya ya Mogodo Baptist Church, tafadhali waje watupe wimbo moja. Mogodo Baptist Church, karibuni.
Asante. Nataka sasa nimwalike MC Japheth. Nafasi hii ningetaka kuita wasanii ambao wameketi pamoja na kaimba wimbo moja ambao inamsindikiza mwenda zake. Your Excellency, all these artists who are here, it's a combination of Kalenjin artists ambao liketi chini pamoja wakaimba wimbo. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii kuweza kukaribisha all the artists. They are here, Excellency, because Joanna Ngeno impacted their lives. Some of them even are driving today because of Joanna Ngeno. Some are building even houses. Some even are schooling because of the support that Joanna Ngeno gave them. So, Excellency, Kalenjin All Stars, tafadhali nafasi ni yenyu. I'm just thinking aloud as an artist. Now that our patron, the Honorable Joanna Ngeno, is no more, who will stand for us? I believe God in heaven will make a way. Rest in peace, our patron. Live to sing music. Rest in peace, Joanna Ngeno, Lieutenant Allah. Rest in peace, Joanna Ngeno, Lieutenant Allah. Prire Kalenjin Golen. Rest in peace. Prire Bororien. Lala Salama. Rira Maya Laye. Rest in peace. Emurwati Girgole. Lala Salama. Kogi Benyiganenyo. Rest in peace. Mogondoga Gole. Lala Salama. Rest in peace, Joanna Ngeno, Lieutenant Allah. Rest in peace, Joanna Ngeno, Lieutenant Allah. Kogoru Chumbindanyan. Rest in peace. Tebambumbu. Lala Salama. Olegisiara. Rest in peace. Patron Mevatendi. Lala Salama. Kibiego Narap Ngeno. Rest in peace. Kwamba Chesan. Lala Salama. Rest in peace, Joanna Ngeno, Lieutenant Allah. Rest in peace, Joanna Ngeno, Lieutenant Allah. Tieni Chok Tugul Golen. Rest in peace. Comedians Tugul Golen. Lala Salama. TikTokers Golen. Rest in peace. MCs Tugul Golen. Lala Salama. Ritos DJs Agije. Rest in peace. Producers Konwae. Lala Salama. Rest in peace, Joanna Ngeno, Lieutenant Allah. Rest in peace, Joanna Ngeno, Lieutenant Allah. President Nenya.
Yamen gumwai. Lala salama. Kandoi tugul gulen. Rest in peace. Moe ganisa kulen. Lala salama. Lelen bororietab Kipsigis. Rest in peace. Pirtos konyang banyigon. Lala salama. Rire nandi gono. Rest in peace. Nandi gaga burwa. Lala salama. Moe tugen baringo gole. Rest in peace. Moeran markweta togol. Lala salama. Asante sana waimbaji wetu. Nataka sasa tuweze kutambua members of the clergy wakiongozwa na maaskofu wetu walio mahali hapa. Members of the clergy tunaweza kusimama mahali popote tulipo. Wachungaji wote tuweze kusimama, hata wale wako katikati pale. Asante, tunaweza tu kusema pole tukiwave namna hii. Asante sana, tunaweza kuketi. Nataka nialike mchungaji Josephat Oruka aweze kutusomea neno. Josephat. Thank you so much. The clergies, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. Samuel Ruto, honorable members of the Parliament, the governors who are present, the Senate, members of cabinet secretaries, the bereaved families, distinguished guests, ladies and gentlemen, God is good all the time. I will be reading from the book of Psalms, chapter number 23. Again, another reading will come from the book of 2 Timothy, chapter number 4, verses 6 through 8. Our first reading is coming from the book of Psalms, chapter number 23, the Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in a green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Our second reading is coming from the book of 2 Timothy, chapter number 4, verses 6 through 8. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearance. And that is the word of God for today. Asante sana. Na sasa naalika waimbaji kutoka kanisa la Mogondo Baptist Church watuongoze katika wimbo ambao uko kwa
vitabu vyetu vya program pale nyuma, wimbo ya Kikalenjin ambao unasema Bite Emet Parak. So karibuni waimbaji. Ikiwezekana tunaweza kusimama tunapoimba wimbo huu Bite Emet Parak, wimbo ya Kikalenjin. Okay.
naomba tuweze kuketi. Sasa tunapoelekea kilele cha ibada yetu ya mchana wa leo, nataka sasa niweze kuleta mhubiri wa siku ya leo, askofu wetu wa kanisa la Kibaptisti la Kenya, Reverend Daktari Bernard Obuya. Karibu sana. Asante sana, asante. Thank you. It's like I'm taller than everybody that was here, and I thank God for that. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kwanza nichukue fursa hii just to write on the protocol that is already been established. But before maybe I bring the word of God this morning, I would like to be able to bring my fellow bishop from AGC that did our service in Nairobi to say hello to the congregation. Then after that, I'll bring the sermon. Welcome, Bishop Langat. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the widow of Joanna Ngeno, Nayanoi Ntutu Ngeno, the entire Kisiara family, on behalf of the Africa Gospel Church Kenya, ningetaka nilete risala sa rambirambi. Pikyok chebo Murwot Tugir. Negoto kanisa nyo nebo AGC Kenya, kokakengalale Nairobi ketar. Kokaibu mutyo mising Rwanda nebo nyiganani Joanna Ngeno ak chekitupche chemi borwekwak ireyu. So ningetaka niseme pole sana. Joanna Ngeno has been a great pillar because in this constituency, including this school, I can see right at the far end a building that was constructed with the support of Digiri Constituency Fund. This is an AGC-sponsored institution and many others across this land. And every Sunday, when Joanna woke up, most of the time he would find himself in an AGC church. Tumetafuta na nashukuru Mungu, President wa Baptist Convention Jamhuri ya Kenya kwa heshima yake kuwa nasi, na ni yeye atatuletea neno. Asama chekitupche alonge Gaston Doni kuibwe ngolyotab Jehova. Alengo yam kora kasarta kaker kochome biik tiendo amu kichome Joanna tiendo. Kitakekone tiendo en yon kikaikaenge. Koi nguni asome alokas kiboitiondo nebo Jehova aweze kutuletea neno, na nimesema kwa niaba yetu sisi zote kanisa la AGC Kenya kwamba tumesema pole. Mungu awafariji, Mungu asimame nanyi. Niko hapa na Administrative Secretary Reverend Tonui pamoja na Area Director wa dunia hii. Mungu awe nanyi na awe na sisi zote. Rais, tumejiunga nawe kwa sababu huyu kiongozi ambaye amepumzika amekaa na wewe, na mpaka dakika ya mwisho alikuwa anaongelea kusimama nawe. Engasarin gigiyote kanisa en Bethel AGC, you remember, Your Excellency, kokikamwaun kole loe kimurtoiyot ako kimi nyalilda kinye nekiyole tunitun. Kwangen tupchenyun ale iyoe kosulda. Inyikanet nekitoretin Jehova en yu tugul ako koitelemye asitwoi si boisionik tugul chebo Joanna. Poleni sana. Asanteni. Asante sana Bishop for that encouragement. Nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya makanisa zetu za Kibaptisti Kenya kuleta pole yetu na rambirambi yetu kwa familia yote ambao wamepoteza watu wao. Kwa majina naitwa Dr. Obuya Bernard, kiongozi ya makanisa za Kibaptisti Kenya.
na tunashukuru Mungu kwa sababu ya rais wetu pamoja na wajumbe wote ambao wamefika. Tunashukuru Mungu pia kwa sababu ya watu eneo hii, kwa sababu ya kuwa wakutukaribisha sana. Leo mbele yetu neno la Mungu limesomwa kutoka kwa kitabu ya Zaburi 23 na ya pili yamesomwa kutoka kwa kitabu ya 2 Timothy chapter number 4 from verse number 6 to 8. Today I want to share from a topic that I was calling finishing well. Friends, I want to tell you, nataka niwaambie ya kwamba maisha yetu ambao tuko naye ni safari. Kila asubuhi, kila jioni, kila siku tuko katika safari ambao ni safari ya maisha. Na nataka niwaambie ya kwamba wakati ambao tunatembea katika safari hii ya maisha, matakwa yetu ama jambo ambao tungependa sana ni ya kwamba tuweze kupata kumaliza vyema. Na vile nimesema ya kwamba maisha yetu ni safari, friends, inamaanisha ya kwamba safari inakuwa na mwisho. Leo tumesanyika kwa sababu ya wapendwa wetu ambao walitembea miongoni mwetu, wapendwa wetu ambao tulikuwa tunawapenda sana, wapendwa wetu ambao tulikuwa tumeshiriki pamoja nao. Na leo tuko hapa kwa sababu wamemaliza safari. And friends, as we talk about the journey of life, jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana ambao tunapenda kujiuliza ni ya kwamba vile ambao Paul aliandikia Timotheo, kwa sababu alikuwa anaona kama amefika mwisho wa maisha yake. Alimwandikia akimtayarisha kwa sababu alikuwa anaona ya kwamba anaelekea mwisho. Lakini swali ya kwanza ambalo ni muhimu ambao inatakana tujiulize, how will people remember you? That is one important question that we need to be able to ask ourselves. Watu watakumbuka sisi namna gani? Kwa sababu wakati ambao tunapitia katika ulimwengu huu, tunaandika historia yetu. Ngeno aliandika historia yake. I saw him as a very passionate man. Licha ya kwamba mimi sio katika siasa, lakini I saw him as a man that was loved by his community. And I believe because of his history, the good history that he has written, that is why the clergy are gathered here, and that is why the whole nation and the leadership is here. So friends, what will people say about you when you be able to finish or when you are gone? Will they say that you are a loving father, a loving mother? Will they say that you are a friend? Will they say, watasema ya kwamba lile kazi ambao umeyafanya hata kwa mahali popote ambao Mungu amekuita ufanye kazi, will they say you did it well? That is a very important question that all of us need to be able to ask ourselves. Because the time of death will come. Yesterday, I said that death is certain. It will come, and that time is coming. And all of us that are seated here are candidates of death. The only thing that is not known is how and when. But the main question we need to ask ourselves, how will people be able to remember you? Paul answered this question by writing when he was in the Roman jail. He wrote his own epitaph, and he said that he is going to finish the journey. And he said that he has kept the faith, he has run the race, and he was going to finish the journey. So today, as we come to escort our friends in their last moment of time, when the family is sitting and the nation is sitting, what about us? How will people be able to remember us as a people? Paul approached his own death because he knew the time had come, and that is why he was saying, he knew where he was going, and that is why he was saying that he had finished the race. For 20 years, 50 years, 10 years, 70 years, that the Lord may be able to give us to live on this earth. How will we be remembered? The next question that is very important that I want us to be able to address, what kind of departure will you leave?
wakati ambao utakuwa unaenda, what kind of departure will you have when you leave? Paul knew that his death was close. He knew, he felt it, and he knew that the time of departure has come. Let me tell you, friends, each and every morning we are getting closer to our point of death. And when we are getting closer to our point of death, are we prepared that when that time comes, we will be able to stand and say, we have done all our best? When I used to be a young pastor, I always thought ya kwamba ni wachungaji peke yao wameitwa. Lakini nimekuja kudambua na kugundua ya kwamba sisi wote tumeitwa katika mambo tofauti tofauti. Wengine wameitwa katika siasa, wengine wameitwa madaktari, wengine wameitwa wachungaji, wengine wameitwa viongozi mbalimbali. Na jinsi ambao tumeitwa kama jinsi ambao ni tofauti tofauti, all of us will be able to give an account. Bwana Yesu asifiwe sana. What kind of departure will you be able to have? What kind of departure will you be able to have? That thing that is very important that I want to be able, and Paul addressed it very well. What kind of legacy will you leave behind? Ni legacy aina gani ambao utapata kuacha wakati ambao utakuwa umeondoka? Jana tulikuwa hapa, niliona jinsi ambao watu walipenda mtumishi wao kwa sababu he has left a good legacy that will be able to remain in the lives of the people here forever. And that is why Paul said, and he said that because he knew the legacy that was living, that is, he was saying, I have fought a good fight. I have finished my race. I have kept the faith. That was the legacy that he was able to leave behind. All of us that are here, whether pastors, whether political leaders, whether doctors, but there is a legacy that we need to be able to leave behind, that people will be able to remember us. Paul proclaimed the whole counsel of God. He did not back down. He did all that he could be able to do so that he could be able to finish his own race well. Our friends have left their legacy because they have done what they could be able to do by the time that God was able to give them. Friends, as we live on this earth and as we pass on this earth, the desire of God is that we'll be able to have a print and leave a print wherever we go, because God has purposely called us so that we can be able to leave a legacy. Paul never stopped fighting. He never stopped running because he knew that there was something that was awaiting for him. And the fourth thing that is very important that we need to be able to ask, and Paul talked about it, what kind of reward will you receive at the end of the journey? Ni zawadi aina gani ambao utayapata mwisho wa safari hii? Kwa sababu kuna taji. Paulo anasema in verse number 8, anasema ya kwamba, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the judge, will award to me on that day, not only to me, but also to all that have been able and are longing for his appearing. What kind of reward will you be able to receive? As a leader, as a man of God, as a Christian, what kind of reward will you be able to receive? Paul knew that the reward was awaiting. Paul's faith shining so brightly that the darkness of the Roman jail could not put him down, because he knew that at the end of the story, there is a reward. Friends, I want to encourage us and tell us today, there is a reward for those who will finish this race well. Wale ambao watamaliza mbio hii kwa hali ya usalama, wale ambao watakimbia mbio hii na watamaliza mzuri, kuna zawadi ambao itapata kuangoja. But it's very important to be able to understand what kind of reward are you awaiting for. Paul was awaiting for the reward that was coming from God. It will be a guaranteed reward, because it is a reward that is coming from the Lord. Our people have fought a good fight. They have come to a point of finishing their race. Now they are waiting for the time of reward. Sisi ambao tuko hai, sisi ambao bado tuko hai, jambo haya maina ni muhimu sana. Tutakumbukwa namna gani?
Kwa njia gani ambao tutapata kuenda? Ni legacy gani ambao tutapata kuacha? Na la mwisho ni ya kwamba ni reward gani ambao tunatarajia ili tupate kuchukua. Let me tell you that all of us as we live, we are writing our own story. We are writing our own epitaph. At the end of the day, whatever will be said about us is what we have done when we are alive. And I want to conclude by saying this to the family. I can't say that I know what you are feeling. I can just imagine. But in all that situation where you are today, katika hiyo hali ambayo tuko ama muko siku ya leo, Mungu bado yuko pamoja nanyi. Ndio sababu Daudi anasema ya kwamba hata wakati ambao anapitia machungu ama anapitia ndani ya kaburi, lakini Mungu bado yuko naye. Na hata nyinyi nataka niwatie moyo ya kwamba katika hiyo hali kaya sahihi ambayo mnayapitia, Mungu bado yuko pamoja nanyi. Na leo baada ya ibada, kila mmoja wetu tutakuwa tumeenda, but I have good news for you, ya kwamba kuna Mungu ambaye haendi, hatabaki na nyinyi, hatawatia moyo, hatajibu maswali ya moyo wenu, kwa sababu he said, I will neither leave you nor will I forsake you, because he's a faithful God that never leaves his people. So our prayer for you today, as the clergy, that may that God remain together with you. May the Lord hold your hands. May the Lord be able to protect you. May the Lord console you, even when all of us are gone. When you look around and you are not able to see anybody, may you see the hand of the powerful God. Shall we rise as we pray? Tungependa kwanza tupate kuomba kwa ajili ya jamii, na pia katika opportunity kama hii tungependa pia kuombea nchi yetu, hasa wakati hii ambao tunayaelekea. Let me pray for the family. Mighty and everlasting Father, we thank you. Even this moment, you know it and you are aware, because there is nothing that has been hidden from you. Lord, as we gather today, in the last moment that God, my Redeemer, we are sending off our brothers, our sisters, our fathers, our friends. The families are standing before me here today. Lord, my Father, all of us shall be gone by after this. But Lord, the good news is that, Lord, you say, you neither leave nor forsake your people. Our prayer that, Lord, you may console with this family. You alone know what they are going through. You alone know the questions that are in their heart. Lord, this afternoon, King of glory, stretch your hands upon them. Even the children that do not know what is happening today, Lord, you are the answer that you can be able to give them. Lord, we join together as clergy. We lift the families to you. That God, you will be able to make them stand strong. That one day they will also be able to stand with others as a form of comfort. We thank you because you are going to do it. We thank you because you are our God. We thank you because you are faithful. Blessed and honor be to your name. And in the same point, Redeemer, we are standing here as a nation. We are lifting our nation before you. We have lost a leader. And because you have lost a leader, as a nation we are mourning. Console together with us. Encourage together with us. We are lifting our nation to you. We thank you for our president. We thank you for our deputy president. We thank you for the governors. We thank you for the senators. We thank you for the cabinet ministers. We thank you for the members of parliament. We thank you for the speakers. We thank you, Lord, my Father, for the MCAs and every leader in this nation. We are praying, Lord, that you may watch over them. Thank you for the nation of Kenya. In all the 47 counties, may your presence reign, Jehovah God. We refute every scheme of the enemy in the mighty name of Jesus. And we pray that, God, my Lord, may your angels watch over this land. Even, Lord, as we look forward to the elections of the next year, how we pray that you join us together as the family of Kenya. May we speak the language of Kenya. May we speak the language of brothers and sisters. The way that you joined us together as Kenyans, even in the funeral of our brothers, continue joining us together.
Father, we thank you. We bless you as we dedicate Kenya to you and dedicate the families affected to you in the name of the Father, the Son, and that of the Holy Spirit. Amen. May we be seated. Thank you very much. In this moment, I want to welcome Reverend Kaleke, who is going to lead us in the time of offering. Thank you very much. May the Lord bless you. May the Lord bless the family. May the Lord watch over you. Thank you. Baba wetu mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, sisi mbele yako kwa heshima kubwa yako Baba wetu tunakushukuru. Baba, tunaomba kwa jina la Yesu utubariki. Mungu wetu mbele yetu, Baba wetu tunakuja na sadaka yetu katika jina la Yesu Kristo. Na Baba, ninaomba utubariki. Naomba Baba wetu kwa ajili ya familia zetu, Mungu, kwa serikali yetu na kanisa lako na watu wote, mfalme wetu wa mbinguni. Sisi Baba tunaleta umoja wetu, na Baba tunatoa saka zetu na sadaka yetu ili Mungu weze kutubariki pamoja. Mungu wetu, ni heshima kubwa ambayo umetupatia sisi, mfalme wetu wa mbinguni, na kwa heshima hii mfalme wetu tunasimama mbele yako na kukushukuru. Asante kwa kila mmoja wetu Baba wetu wa mbinguni, tunapokuja mbele zako na kulete sadaka yetu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Tunapoenda kuabudu Mungu na matoleo yetu, naalika ashas wote waweze kuja mbele. Tutasimama tuweze kuimba wimbo ambao unasema yetinde nyuni ndo yua. So tunapoenda kutoa matoleo tunaweza kusimama. I see
Asante sana tu, kama tuja hand over kwa Bwana Gitonga, ningependa nilete Pastor ya Ng'eno ili ajulikane, mchungaji ambaye alikuwa mchungaji wa Ng'eno wa kanisa letu la Kibaptisti hapa. Huyo ndiye alikuwa mchungaji, ni mchungaji wa nyumbani hapa, anaitwa Reverend Kimutai, ambao ndiye alikuwa mchungaji ambao ni ya Ng'eno. Na wakati leo asubuhi tukikutana na yeye, Bwana Rais alisema ya kwamba Ng'eno alikuwa na ndoto kwa hiyo kanisa lake, na hiyo ndoto ya Ng'eno amesema Rais ukamilishie yeye, kwa sababu wewe ndio sasa nakuona mkiwa na governor na ndoto ilikuwa ni ya kwamba wajenge kanisa hapa mashinani, ili next time tukikuja tupate kama kwaya iko na nguvu na kwaya inafanya kazi kwa nguvu, kwa sababu amesaidika. Kwa hivyo kwa niaba yake, tafadhali, thank you very much. Thank you. I want to hand over to Gitonga to be able to take over. Thank you very much. May the Lord bless you. Na mjue mvua iko, kwa hivyo kama wachungaji mtupeleke mzuri. Asante. Bwana Gitonga ananiambia ya kwamba familia wasimame tena tuwaombee. Kwa hivyo naomba familia tusimame tena. Not bad, maombi ya choki. Kwa hivyo familia tunaomba msimame. Unajua pengine kuna roho amenena na yeye tena, lazima tuheshimu hiyo. Amen. Na kilaji naomba tusimame, tuungane pamoja kwa maombi kwa ajili ya jamii. Kwa hivyo wacha tuamini na tuombe. Baba wetu na tena Mungu wetu, mbele yako ni watoto wako ambao unawajua na majina yao. Bwana, wakati kama huu wanapitia mambo machungu mno. Kuna maswali wako naye ndani ya moyo yao ambao hata sisi wachungaji hatuna jibu. Lakini wewe Mungu, kwa sababu wewe ni Baba na wewe ni muumbaji wetu, Baba unaweza kuwapatia jibu. Tunaweka familia zote mikononi mwako, kwa sababu familia hii, jambo hili wapata kwa ghafla, kwa sababu Mungu haikujulikana itakuwa namna hii. Lakini wewe Bwana, kwa sababu neno lako linasema hakuna chochote tatutenga na upendo wako. Na Paulo akahesabu njaa, akahesabu magonjwa, akasema kifo, na akasema kwa haya mambo yote sisi ni juu ya washindi. Naomba familia hawa wawe juu ya washindi kwa wakati huu. Tukiondoka hapo mahali hapa Bwana, baki pamoja nao, ukawalinde, ukawabariki, ukawafariji, ukaonekania katika kila hatua katika maisha yao. Mungu wetu, ukitenda haya tusikie ushuhuda, sifa na utukufu itakurudia. Tuwakupenda kwa sababu wakati wote tumekuita unatenda makuu. Baba, tenda, jina lako likapate sifa, kwa jina kula Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. God bless you. Thank you. Kama take over. Jambo tu ni ya kwamba weather ni mbaya, kwa hivyo msiache kilaji wanyesewe kwa wakati lile. Amen. God bless you. Tupigie makofi wachungaji tafadhali kwa kazi ambayo wamefanya njema kutuongoza vema. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. Your Excellency Professor Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, the Speaker of the National Assembly, all members of Parliament led by the majority leaders, the National Assembly and the Senate, the governors present led by the Governor Narok County, all cabinet and principal secretaries present, all mourners that have come to pay their tribute to our loved departed ones. Your Excellency would like now to eulogize our departed loved ones who are here, and allow me to start with the family of Honorable Johanna Ng'eno. So allow me to invite the family who we had agreed would represent and come and just stand here as we do the eulogies, or eulogize them with a tribute. And the tribute is going to be handled or read
by Nayanoi Ngeno Ntutu. Tuwapigie makofi tafadhali wakija, the family, the immediate family of Honorable Johana Ngeno, to pay tribute to the Honorable departed Johana Ngeno. Karibuni. Good morning. I'm going to read the tribute. Penzi wangu Johana, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kama ilivyoandikwa katika Biblia, Ruth 1:16. Usinisihi ni kuache, nirejee nisikufuate. Kwa maana uendako nitakwenda, na ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na mbugu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa mama yangu mpendwa, Mary, ujue nitabaki kukujali na kukuheshimu kama mama yangu mwenyewe. Kwa watoto wetu, Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana, ulipendwa na utakumbukwa daima. Asanteni. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa majina naitwa David Ngetich, ambaye mimi ni mtu wa familia, mimi ni ndugu ya baba ya Mheshimiwa Ngeno. Tunasema asante kama familia kwa vile ulitushika mkono wakati tulikuwa na ugumu, wakati Mheshimiwa Ngeno alituacha. Tunashukuru kama familia kwa sababu ulitusaidia tangu wakati hiyo maneno ilipofanyika. Umetusaidia. Mheshimiwa Rais, tunasema kama familia, Johana Ngeno is a hero na alitusaidia sana. Kwanza Mheshimiwa, kwa familia, Mheshimiwa Johana Ngeno alikiacha. Wakati alipomaliza shule, tulikuwa na dada yake ambaye anamfuata, tulimpoteza. Hata yeye mwenyewe alijisahau na akakuja akachukua nafasi ya kusaidia watoto wa dada yake ambaye alituacha. Na alifanya kazi kubwa mpaka akasomesha hawa watoto, na labda nitakuonyesha Mheshimiwa Rais, kwa sababu walisoma, waliwachwa wakiwa wachanga sana, lakini Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Ngeno alisimama na hawa na akawasomesha. Niko na vijana wawili hapa. Huyu ndio kijana mkubwa ya dada yake ambaye alifanya Ngeno hata asimame na familia. Kuna kijana mwingine hapa anaitwa ni ndugu yake pia. Huyu Johana Ngeno alisimama na hawa na akawasomesha. Mheshimiwa Rais, hata kwa basari yake anawekaga nafasi ya kwanza kwa wale mahatima, kwa sababu wakati alikuja kuwa mtu mkubwa aliona watima kwa familia yake, na anafanya hiyo kazi kwa basari yake mpaka wa leo. Wakati utakapokataza mahatima, mtakosana na Johana Ngeno. Kama familia tunashukuru. Kuna watoto Mheshimiwa Ngeno ya familia na ya watu wa Dikir ambaye maisha yao iko chini kidogo, na lakini wamesomesha watoto. Mheshimiwa Ngeno alikuwa na mabarua ambaye alikuwa napatiwa, na mpaka wakati huu mimi nafikiri hizo barua ziko ya kutafutiwa kazi. Na kwa vile Johana Ngeno ametuondokea, Mheshimiwa Rais, utushike mkono na uangalia kwamba umetimiza hayo.
Kwa mambo ya siasa, Mheshimiwa Ng'eno alifanya siasa, na ninakushukuru sana. 2022 mlipopatana naye, tangu kwanza 2027 ambaye alipigania kiti 2013 akapata kiti ya ubunge ya Emurua Dikir. Hakuna tofauti, tunatofautisha Emurua Dikir na Joanna Ng'eno. Tukisema Emurua Dikir tunasema Joanna Ng'eno. Lakini wakati huu ambao tumepoteza Ng'eno, shika Emurua Dikir, wasikie ya kwamba wako na wewe. Neno la mwisho ambaye ningelitaka niseme ni kuhusu mama wetu Mary, ambaye ni mtu wa Mungu. Amekuwa akiomba kila wakati kwa ajili ya familia, kwa ajili ya constituency hii, kwa ajili ya kaunti yetu na national government. Huyu mama amekuwa mama ya kuomba. Wakati ya Jumamosi, Joanna Ng'eno hataondoka kwenda kila mahali kabla amsalamie mama. On Saturday, yeye mwenyewe alikuja kunywa chai na mama na kijana hao mkubwa anaitwa Paulo. Hao watatu. Baadaye Joanna Ng'eno akamwambia mama, kwa sababu anajua mama anaomba sana. Akamwambia mama, mimi nataka uniombee. Wakati mama alianza kuomba, aliomba, kabla kumaliza kuomba ndege ikafika. Na mama aliendelea mpaka ndege ikatua. Wakati huo ndege aliposhuka, mama akamwambia, kumbe ulikuwa unaniambia uniombee na kumbe ulikuwa na safari. Joanna Ng'eno alicheka na akasalamia mama, akaenda wakati alienda kuanguka. Mheshimiwa Rais, mimi nataka tu kwa nafasi hii ndogo niwaonyeshe watu wa familia. Huyu ni Mama Mary ambaye ni mama ya Mheshimiwa Ng'eno. Mimi nafikiri unamjua sana. Huyu ni ndugu yake anaitwa Paulo Ng'eno na ni kijana mkubwa kwa familia. Huyu ni dada yake anaitwa Sara. Mheshimiwa, yule mama ya hivi vijana wawili, mkuja hapa mbele kidogo. Pole kuja. Yes. Mama ya vijana hao wawili ndio Ng'eno anamfuata, na hao ndio wanafuata Sara. Hawa ndio watu wa familia. Tuko na familia kubwa, lakini hao wamekuja mbele ndio nimesema niwaonyeshe. Mheshimiwa Rais, tunashukuru na tuko pamoja na wewe. Pamoja na wewe na ushike familia. Labda ingawa mama ni mkongwe, labda anasema neno moja ama maneno mawili. Karibu. Ochomegei tugul chekitupche. Abaibai mising amun kimi tugul. Kiamdoi riraichu. Ko en iman kwalakwa nenyaran mising en taitab Jehova. Amun besien nekiwendi Joanna ko kwendi banda age ko king'et akonyo lomi akole soiwon. Ko saenyu kotam asochini kila tugul ko koboto serikali. Asa kole ui komie. Abore tamoe kochun ndegeit. Asa ne kora abore katar saet kuribing bebe ng'wony. Ale Joanna, yukele asa ko komur oret ndegeit kororyo kole komur oret konyone. Ale bakobur saet katakekas kole makakas Jehova ne ko kiana ole kikas Jehova amun matin kotulen ndegeit kokase ako kamomwochini biik amwochini Jehova. Ko chekitupche kainetab Jesu. Ale ak biikab Tigiri kongoi mising
katak kikoyumak Jehova ak Joana. Kikoyumak ine mising kotok emoni ako Joana. Ara ko kongoi enokwek akotok tugul ale kongoi. Kokinokomochini President Arap Ruto komamondo ng'echeret en konyu. Mamondo ng'echeret en konyu nemotinye lagok chekikosomesan Joana. Ako kikosomesan tugul, mami lakwet nemotinye degree. Kobate kityo konu tugul asikoker nekokochi konam ng'echeranito. Ko ng'olyon any notinye ko noniton wekse ng'echeret konyone kama mondo. Ko kongoi mising ng'olyon nenyun nekamwa ko noniton ale wekse ng'echeret konyone ko kokose biikab tigir tugul ak kokose bororiot tugul kokamwa ale nyone ko ng'echeret amun atinye lagok chebo lagokyuk kora amoche konam ng'echerani. Amun betut nekimoche wikit agenge sikonyokwo Joana ko kikiborbon kimuton biikab serikali akoleon nyonam ng'echeret. Ale ainon? Kole President. Ale ane? Kole inome. Kikimutan akobwototi ale kalyan bichu sikondeon oik President ako karawositu. Amuche abois? Awe anyok sikibet nekakinaman eunek akebe. Akobwoti kityo ale kalyanan ng'alechu. Kebe man kemi oret atelel kiten asiru nguno. Koyasiru any akosisi kanyole Jehova kalyan. Kalyan o Jehova. Kosisike Jehova tole letamitu kwa. Kole ame kou nonito. Ko nguno chekitupche kwamut kowo abwat ale abere kitakomwowon kele kobo koku ng'echeret. Ana kiale nokwe sikolyon inam ng'echeret komokole kabakach lakwani ng'echeret konaman kele oinon inye nenameche ng'echeret. Ko komwowok any ale nguni ale ak biikab tigiri kong'eten serikali tugul ng'echeret komowendi buch. Kingele onam ko kikingen atinye lagok chenome mane. Kayama ng'alechoniton yome Jeiso en chetenjon en kainetab kwanda ak werit ak Tomiriet netilil. Inasa agenge inasa Kiptayat nenyon Jehova ak werit ak Tomiriet netilil. Kongoi Kamuktoindetab Israel. Kongoi amun koiribech kot ko nguni kemi ak tupchosiechu tugul kechomegei. Kwandanyon Jehova ingen kit age tugul, rirek chekitinye kosikaigaech ak ikaigai serikali. Amun manegen nerire, rirtos serikali ako rirtos biik. Kamuktoindenyon Jehova, telelchi serikalini en Kenya, telelchi biikuk en Kenya. Ribikuk Kamuktoindenyon amatingwochi biikuk ngot ibindab karisiekab bonwekwak chebendote. Ikochin kobendaten Kamuktoindenyon ak inam steering en karisiek chebune. Kwandanyon Jehova kasa akobo chebune karisiek en bet ak kemoi. Kasa akobo chebune ndegeisiek en bet ak kemoi. Kasa akobo chebune melisiek en bet ak kemoi. Ak alei Jehova rib bichu kwandanyon. Tononchi bichu, tononchi serikali sikoburkeit emoninyon bo Kenya. Amen. Kale Jehova inye. Huyu ni dada wetu mkubwa. Okay. Sasa Mheshimiwa Rais, hawa ni watoto wa Mheshimiwa Ng'eno. Hawa wasichana watatu ndio huyo mama yao, kwa sababu ni kitinda mima kwa familia ndio ilikuwa ni wa mwisho. Na tunashukuru sana. Asante sana. Asante.
Mheshimiwa Rais, familia inayofuata ni familia ya mwenda zake Wycliffe Rono anayejulikana kama SportsPesa, na atakayetusomea tribute yake ni Lydia Rono. Karibuni. Hadi kifo chake amekuwa mtumishi kwa serikali ya Mheshimiwa Ole Ntutu. Karibu. Good morning. I am going to read the tribute. Before I say anything else, I want to sincerely thank our President, our Governor, the leaders present here today, our friends, neighbors, and the entire community. During this very difficult time, you stood with us, your presence, your prayers, your comforting words, and the support you have shown our family have given us strength when we felt weak. We may not be able to thank each one of you individually, but please know that your kindness and compassion will forever remain in our hearts. My husband was not just my husband, he was my best friend, my confidant, my protector, and the greatest blessing God gave me. Through every season of our life together, he stood beside me with love, patience, and strength. He held our family together with kindness and wisdom, and he loved us in a way that made us feel safe, valued, and deeply cared for every single day. I will forever cherish the simple moment we shared, the laughter in our home, the conversation led into the night, the dreams we built together, and even the challenges we faced side by side. Those memories are treasures I will carry in my heart for the rest of my life. He was an incredible father, a loving partner, and a man whose goodness touched so many lives. Our children looked up to him with pride, and every day I saw how proud he was of them. His love for his family was deep and genuine, and that love will continue to live on in us. Though his journey on this earth has come to an end, his spirit, his lessons, and his love will remain with us always. He has left footprints on our hearts that time can never erase. My dear husband, thank you for loving me, for walking this life with me, and for giving me family and memories that will forever be precious. Saying goodbye is the hardest thing I have ever had to do, but I take comfort in knowing that love never dies. Rest well, my love, until we meet again. Thank you. Amwae Nipsigis. So amache amwa pole lakwenyun Wycliffe Kiprotich Rono SportsPesa. Amache amwa mutyo mising kokibet. En betut nekimondo kokileo mam. Kait ndegeit koleonenin nanamanda. Ale iwendi ano? Koleon wendi ndegeit ni Mogondo. Ana ale wendi kora Mheshimiwa Joanna Ngeno. Ale oba komie. Akoleon sioribwon gaa. Koleon ribwon
cherakani tindo akole aribwon ngetab kamni nekomioni kole asike ale siamut kerichek nguni akole asir keng'alal baadaye akoi yon komatakeng'alal age. So amache amwa pole kabisa en konyun tugul, en laakyuk, en kokwet, en family, en kora serikali. Kokibet chito nekoming'in Gavana Ndutu, pole. Kokibet lakwet nekomi twa neko chorweng'ung kotupche lakini mamech kiy sikotoretech Jehova. Gavana sikotoretech oker nafasi nekondewon chepyosaninyin sikoribwon look akorib babanyin akoribon ot akane. Lakwenyun ko kikoiman borto lakini kibwon kerichek chebo 3 months. Ateben alenji keibwon kerichek chechang koleon ane ko sabari ko kongokokwo ko kwanai ale kikiborchi. So amache amwa pole kabisa Mheshimiwa Ruto, President nenyon, sirikyech ak inaech ak kokonech okot kiy netakotoretech mengech bichu kobokokwon chichi kwamwa kongoi en support nekokonech. Kongoi abwatite yo. Lakwanito nebo SportPesa Delete komoche sikomwa tributes nebo babanyin. So kimwoe pole my brother ko noton nekokitiengei nekokikusini kong en gaa. Kwamwa ale anege mongen ale amuche sabarini siotoret okot mama nekikoim borto mami chi age en gaa netinye okot kasit agetugul. President sikere look chekakibakach SportPesa ko chemengechen che neo kobo grade 2 ak neming'in kobo 2 months. Kirircho ak serikali so kerech ak kotoretech. So lakwani komongen ot kole kokwanda kocheng'e kongoker pichait kobore nini baba omutane lemi baba. So kimoe sikobit kosoman tributes nebo babanyin. My name is Sasha Chepngetich. Greetings everyone. On behalf of my brothers and sisters, I stand here with a heavy heart as we say goodbye to our beloved father. Dad was our protector, our guide, and our greatest support. He loved us deeply and taught us to work hard, stay strong, and trust in God. Though our hearts are broken, we are grateful for the love and lessons He gave us. We promise to live by the values you taught us and make you proud. Rest well, Dad. You will always live in our hearts. May your soul rest in peace. Thank you. The President, these are twins, the 2 children, Wycliffe's twins. There are 4 in total. The rest are still young, and the youngest is 2 months old. She's at home. So Lydia here, the widow, she's a graduate of agricultural economics.
and she's still jobless. She secured the public service internship program, which she was to start February. But because she's still on maternity leave, she's still at home. So maybe, Mr. President, you can give an order that she be employed permanently there and to assist these children. They are still young. Otherwise, Wycliffe was the breadwinner of the entire family. She's the only one who was employed. And he has been assisting mom and dad here to educate the rest of the siblings. So this family is hardly hit, and we ask for your assistance. Otherwise, we are grateful for the support you offered. And maybe just to say something, the reason why Wycliffe was nicknamed SportPesa is because he's someone who loves taking risks. He was a risk taker, and that's why people loved calling him SportPesa. So, up to there, we are grateful to everyone for the support, the government, the county government through the governor, and he was employed by the TSC. But when Governor Ntutu was elected in the year 2022, he took him as a protocol officer. And that is why he was working till his demise. Thank you. Thank you, everyone. Your Excellency, sir, allow me to call on stage the family of the late Robert Kipkoech Keter, aka Carlos. And as they come on stage, the family will be represented by Kilelson Mutai. So allow me to call them on stage kindly. The family of the late Robert Kipkoech Keter, aka Carlos. It should be noted that Carlos began his teaching career, of course, at Kaboson and as well all the way to Kaplong. And as well, Your Excellency, during your reign as the Deputy President of the Republic of Kenya, you also had a chance to serve in your office, of course, as the Protocol Officer, which he did with loyalty and excellence. Karibuni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and all protocols observed, here before you is the family of our brother, Robert Keter, better known as Carlos. So we are here, we'll have very quick tributes from Emmanuel, Mama Ashley, the sister, and our mother here, very quickly. Today, we gather with heavy hearts to say goodbye to our beloved Carlos. To us, Carlos was not just a name. He was a pillar of our family, a source of our strength, love, and guidance. Carlos had a heart full of kindness. He cared deeply for his family and always put others before himself. Whether it was through his words of advice, his laughter, or the smile where he showed up when someone needed help. Carlos made a difference in our lives. As a family, we will forever cherish the memories we shared with him. The conversations, the smile, the moments that brought us together. Though he is no longer with us physically, his love remains in our hearts forever. Carlos, you will always be remembered and deeply missed. May you rest in eternal peace.
The family of late Carlos wishes to express its sincere and heartfelt gratitude to the government for the honor and support shown to our family during this difficult time. We greatly appreciate the pledges made towards providing job opportunities for members of our family and support those in school since Carlos was paying school fees for them. This gesture has given us hope and reassurance as we face the future without our beloved Carlos. Your commitment to supporting the family reflects compassion, respect, and recognition of his life and legacy. We are also deeply thankful for the support extended by the government in ensuring that Carlos received dignified and decent send-off. The assistance, coordination, and respect demonstrated throughout the funeral arrangements meant a great deal to our family and helped us honor his memory in a meaningful way. On behalf of the entire family, we extend our profound appreciation for kindness, solidarity, and generosity shown to us. Your support has comforted us during this time of grief, and we will always remain grateful. May God bless you all. Rest in peace, our heroes. We will forever remember you. Thank you. Nekonyitot President William Ruto, nekonyitot Governor nenyo ak kandoik tugul chemiten eng kwenunyon, amwoe mutyo mising en werinyu netai Carlos. Carlos ko kokecheyat nekararan en konyu. Kiang'ololchi keny amun kimi taban ole oyomengei ak Mheshimiwa Ngong. Kokoakoyanan okoakochomyo. Amwoe kongoi en noton amun kikesunen banda Changina. Changina ko kokwenyo. Kibur tuan baka nekit saa 10 nebo kemboi. Ako kingoitu kinyoketoche konyebut chego en sotet agenge. Ami kityo kakwonge ng'alek chekimwa en betunoton ak ele kiburto biik amun kiaker akawe taban o maru betunoton. Asubuhi konyokee chaik tuan akoleon mama katwe kwa Mheshimiwa kibendi safari. Ale sawa ye chaik. Akomwon any project nekotesetai en konyon nekinam en betunoton. Konam project nekobakach nemongen ale tore ng'o. Kiwo komokeswon ng'alekab project noton. Kilyon kityo testai ilul ketik akoyomis nekibete ketichoton. Akomanda werinyun koit biik chechang kokatkei tugul. Kotakomi ko kochun ndegeit. Alei mama kait ndegeit. Kobakach chaik kole babanywan ongesa. Kosa akokochi sirutiet akekochi soisere sait noton. Akwa werinyun matakowek. Mutyo mising. Lagochu chok tugul kokoruyo. Mutyo Ngong. Mutyo lagokyok. Mutyo ru komie Carlos. Koayan ale koiwe. Amwoe mutyo. Kongoi ru komie. So, Your Excellency,
the project Mama here is talking about is a house that Carlos planned to build for his family, for his parents. So that is the request she's presenting to you, sir. My name is Kelelson Mutai. I'm the first cousin to the late Carlos. You know, Carlos had a way of messing with all of us. He arrived on Christmas Day in 1988. So even those who didn't know him celebrated him in their own way. And here today, we also celebrate his passing. He's such a great man. Like I said, he was the hope. He was the hope of this family. And he really represented hope and a future, not for his family alone, but the entire Mariaria family where we come from, and Basuetech people wherever they are. They all mourn. So for that reason, we are grateful for those that supported him in his life. As you see, he graduated from Moi University with a bachelor's degree in education in 2015, but could not collect his certificate until 2013 because of fees, for which we are grateful to Mheshimiwa Kipchumba Murkomen for clearing his fees. He will tell us how much it was. He cleared his fees and he was able to graduate, and he finally had his degree certificate at hand that enabled Johanna Ngeno, Mama, Kilele Ngongoi, Kotore Johanna Ngeno, Damu Gigitore kunyor the certificate, Nebo University, Kunyo Kotore Johanna, Kogochika Asi, Danda Goto Mot Konam, Kilelem Ngongoi missing to the family Ngung Mama, Okpik Tugul, and Uno Goname, Mwishmiwa. Kilele Ngongoi Gora, Amun Kogo Walchi, Ke Sirchita sister. Promises to go Kenambichu. Your Excellency, these people are 9 now remaining. So you can see what these parents of us have done. This lady here is a nurse. The young man here, Emmanuel, is a second-year student at Chuka University, Embu University. Aaron is joining university this year. He's ready to join even as early as May, if facilitation is availed, and that is the request we are having. This is what Carlos was handling. Otherwise, Aaron Cheriot as well, he presented a lot of hope to him. Wherever I was with him, whenever he had issues, he always called Aaron Cheriot, the majority leader. And we are very grateful that he always gave hope to him as well. So for everybody else, we say thank you in a very special way. We really mourn. That guy had a future. That guy had a future. I used to question him actually. Kita moleni, kan liya sing itanyengong. So finally he called me and finally, the last things he did, which surprised all of us, he said he has agreed to work with Johanna Ngeno. He will fight all the fights with him. I'm sure those who follow on social media, you saw that. But he also said that he is now standing for only 2 things in this world: for the truth and to prepare himself for Kipsengwe. And that is what happened. So that gives us comfort that he did those things and he has gone and he has rested well. Otherwise, we believe that upon graduation from Moi University, Your Excellency, the next school that he went to is the Ngong School of Leadership. He was the last entrant, I believe. Which school I hope and urge that when this university we have talked about, you promised to give us here, is established, we'll have a very huge department called the Ngong School of Leadership. Thank you very much and God bless you. Amoy Gongoi, Our Excellency President. Ingengalos, Kimi officingu. Amoy Gongoi, Murkomen. Gongenge kabisa. Au gitare tuan en elegiui. Amoy Gongoi Governor Ntutu. Amoy Gongoi Senator Cheriot. Gongoi missing. Motesinigi. Thank you very much.
Your Excellency, the next family that I'm going to introduce here on stage to pay tributes to their loved one is the family of Nicholas Kiplangat Koskei, the man who captured memories, he captured images and made memories. So tafadhali, nitaenda kumkaribisha Leonard Kiprono, Sam, and the family to pay tribute to their loved one. Karibuni sana. Mr. President and the Deputy President and all protocols observed, good afternoon. My name is Leonard Kiprono Sang, a brother to Nicholas Koskei, and here is my family. And to the person who is going to read a tribute, I'm going to welcome Petri to read a tribute on behalf of the family. Mr. President and all protocol observed, I'm Bet Kemtai, Nick brother, and I'm here to read for you tributes. We together, heavily hearts to mourn the loss of our brother Nick Koskei, the pillar and the sole breadwinner of our family. Nick was just a brother, son, and a friend. He was our provider, our protector, and our greatest source of strength. His hard work, dedication, selfless sacrifice kept our family going. He carried our hopes on his shoulders and never complained, always putting us before himself. Rest in peace, Nick. You fought a good fight, you never rest, and you finished strong. We will forever honor you, cherish your memory, and strive to uphold the value you lived by. You will always be our hero. His Excellency, as you have heard earlier through our governor, Mr. Honorable Ntutu, Nick ndiye alikuwa kijana tuliyemtegemea nyumbani. Sisi kama familia tulitarajia Nick ndiye akuje abadilishe familia yetu, kwa vile mahali tunaishi saizi sisi tulitoka Narok, ndio maana mulisikia tunatoka saizi Bomet. Nick alipoanza shule, sisi kama familia, babangu na mama walijitahidi kuweza kumsomesha yeye. Ilhali alipokuwa akianza shule, shamba na vitu zote za nyumbani, all the resources, wazazi wangu walitumia kila kitu. Tuliuza shamba pale Narok hili tukakuja Bomet. Mahali tunaishi saizi Bomet, tunaishi katika plots. We are there like squatters. And because all our resources we spend on Nick so that Nick to come and change our family. Baba yangu aliposikia ndege imeanguka, aliweza kuniita niende nyumbani. Tuliposukumza naye akaniambia kijana wetu ni kama alikuwa kwa hiyo ndege. Na sasa hakuna mahali tutaenda. The earlier week alikuwa amepigiwa na mwenye shamba mwenye tunaishi saizi. Shamba tunayoishi saizi ni less than a plot, 3 of a quarter. Alipigiwa na huyo mwenye shamba akaambiwa atume pesa juu hatujawahi maliza kulipa hiyo shamba, kwa sababu pesa yote ya shule baba yangu aliuza hiyo shamba ya Narok ndio aweze kumlipia.
hadi saa hizi imekuwa ni huzuni juu mimi kama brother yake mkubwa tuna rent nyumba. Babangu aliniita akaniambia, sasa saizi Nick amepotea, amefariki. Nick tutamzika wapi? Kwa vile shamba tunayoishi haijakuwa yetu, hatuna title deed, ni agreement peke yake tuliandikiwa. Na landlord anataka pesa zake, the land seller anataka pesa zake. Nikamtuliza na nikamwambia Mungu anajua mbele, na hiyo ni mpango ya Mungu. Na kwa hivyo His Excellency, tunaomba utuangalie kama familia, kama vile ulikuwa umetuahidi. Niko na sister yangu mdogo ambaye tumebaki pamoja nyumbani. Nick ndio alikuwa akimsomesha. Hiyo wiki ya Friday, on that Thursday, babangu alimtumia Nick message akamwambia shule itafunguliwa on Monday. Nick alikuwa alipe fee the whole year, juu shule alikuwa anatakiwa alipe fee. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie kama county and na president. Asanteni. Mr. President, because of time, I would like to invite our father to introduce the family. Thank you. Your Excellency, the President, sitaki kuongea mengi. Mongolole chechang tamgelelen kigile kitindorik ako makitindo konyek. Amwoe kityo Your Excellency ale kere ngwony elakonoren kichana ndonyunet. Akonorie keter. Igere Bwana Dutu, umekuja ukasema utapanga vile inatakikana. Sitaki kusema mengi, mtaona mali nitamshika huyo kijana. Asante. Asante sana. Asante sana Your Excellency, kwa ruhusa yako naomba niwaite familia ya mwenda zake Amos Kimngetich Rotich. Tafadhali kwa heshima waje hapa mbele kwenye jukwaa, nao pia wapate nafasi ya kupeana rambirambi zao. Atakaye waongoza Richard Langat ambaye ni mjomba wa mwenda zake, familia ya Amos. Okay, thank you. Thank you very much. Our President, the Deputy President, and all our leaders, and all protocol observed, I would like to take this opportunity to pay tribute to our departed brother, our departed son. We are from the family of Amos Kimngetich. Amos Kimngetich was a Kenya Forest Service officer. He's only 23 years old. I think he's the youngest of all of them. Of all those who have perished, he's the youngest. And he's the second born to this mother. This is the mother of Amos Kimngetich. And these are the children, these are the brothers. This one and this one. So, Amos is the second born. Na ni kijana peke yake ambaye huyu mama amekuwa akitegemea. Na if you're busy, now that Amos has gone, this mother is very desperate. She has lost a breadwinner. I would like to give her a chance to say something. Asante sana Rais wetu William Samoei Ruto na gavana wetu Patrick Ole Ntutu. Wacha niseme kwa lugha ya ama mwale mbole en kijana yat nekokibet Amos Kimngetich
Neko lakwet neko tegemeo en gaa. Lakwani ko komingin kobo kenyisiek 23 years. Ko kikatoret en mheshimiwa en ele kikokerche kole kiki biik che kikimi ngwony. Kosirwan lakwani konomwon kole sikotoretech. Ko kon kokakimut lakwani ko kokaker ngwonindo neo missing. Akakergei komomi kit nobo ot en emoni. Nekolech Jehova ndakan imuti lakwani imutan amun kotoretindet inoni. Angetu sayai ne. Lani kokabolech Jehova amun koinye nekoibongoni chu tugul. Ko amwaun Arap Ruto ale momi kit netongen. Atinye lagok en sukul che kosomesoni amos. Ngandan kotom koyai lakwani kenyisiek ata kotinye nekit 3 years ngesir koik forest. Ko ngalekab forest. Ko lakwani ko koborchingei korok kole amache asomesan chekitupche si en betusiek alak konamun akinye eun amun anakane ateche family nenenyu. Ko kotoreti lagok chemi sukul, kotinye lakwet nemi university, lagok aeng chemiten secondary. Ko kokowok Amos ko koririo ko nebo man kole momi kit nekebo. Kokeibuche kora kongeten nguni. Takosomesane ngo. Amwaun any our excellent Arap Ruto alenjin toreton kabisa indewon lakwa en lagochuchuk chu atinye nafasi non kobo Amos asitakorotwech moet amun kiku buch kiku zero. Kot komiten ofisa wa forest range mimi ni mama yake, tafadhali kama uone yani njia yote weke mtoto mmoja yangu nafasi ya Amos. Koma amoe ki otoreton kityo asitakiburien tugul en emoni. Kongoi. His Excellency William Samoei Ruto, His Excellency Deputy President Kithure Kindiki, and all protocol of staff. I can say good morning. Brother to Amos, nasoma Kisii University, 1.1 student first year. Let's acha kwanza nisome tribute. Today we gather with heavy heart to say our final goodbye to our hero, beloved brother Amos Kimngetich. You are more than a brother, you are a friend, a guide, and a source of strength to the entire family. Your kindness, humility, and warm heart will always be remembered. Though death has taken you from us, memories we shared will live forever in our hearts. Your life touched many people, and your absence leaves great void that can never be filled. We thank God for the time we had with you as we lay you to rest. We pray that the Almighty grant you eternal peace. Rest well, our dear brother Amos. You will always remain in our hearts. Rest in peace. The last talk we had with our brother Amos ilikuwa Saturday, kabla hiyo nini itendeke. Alikuwa ananiuliza unitumia account namba ya shule kesho nikulipie fee ya hii SEMS ya 1.2. Nikamwambia sawa, niko class, niende nitakutumia niende kwa nyumba. Kufika kwa nyumba stima ikapotea.
That's nini Sunday. Asubuhi kaniambia huku nitumia ile account number, nikamwambia stima ilikuwa imepotea but ndakutumia sasa, nikamtumia. Niliposikia hivyo nikasema tu ni Mungu amepanga. Ni Mungu amepanga. May you rest in peace. What I can say, you are the pillar of the family and nobody can fill the hole you left. Now, because you have left Amos, I can say, so sad to say this, I hope to wear the shoes you are. I must. Nafaa nichukue majukumu yote ya familia. Mungu anisaidie. Mungu nisaidie. Amos hata kwa ameambia Madhe, kuna construction material liko mahali inafaa iletwe. Kuna construction material alikuwa ameleta mawe na nini. Hiyo construction material yote hakuwa amemaliza kuleta. So, asante. Okay, thank you. Mr. President, this mother is a single mother, anajisimamia. Na huyu kijana ambaye ameshaongea hapa, ako Kisii University. Alikuwa anategemea huyu ambaye amelala sasa kwa mambo ya afisi. Sasa kuna mtoto ambaye yako form 4 na kuna mwingine ambaye yako Emuru wa degree form 3. Na huyu hako university sasa. Na tegemeo sasa amelala. I hope you have gotten. But all in all, we have been consoled. We have been consoled by the fact that death is such a lonely and a private matter that all others, however loving, can only be observers. We have seen them, they have gone, they have gone. We cannot help. We only say, fare thee well. Rest in peace. Thank you. Tunaendelea kuombea kila jamii. Mungu awape faraja katika wakati huu mgumu sana. Mheshimiwa Rais, kwa sasa tungependa kwenda kwa nafasi ya viongozi waweze kutoa risala zao za rambirambi tukiendelea. Na niruhusu nimuite kiongozi wa walio wengi katika National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, aweze kuendelesha hiyo nafasi. Na naomba tafadhali tuweze kuokoa wakati. Tumepata nafasi tayari tukaongea mahali pengine, kwa hivyo tafadhali tufupishe kwa heshima ya jamii ambazo ziko hapa. Karibu sana Mheshimiwa Ichung'wah. Asante Mike. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, observing all protocols already established, familia za ndugu zetu waliotuacha kiongozwa na familia ya Mheshimiwa Ng'eno, Carlos, Nick, Amos na Wesley, na waombolezaji wenzangu, hamjambo. Your Excellency, kwa heshima ya familia za ndugu zetu waliolala hapa, tumekubaliana kama viongozi. Mheshimiwa Speaker alitupea wabunge wote nafasi ya kunena na kuomboleza na ndugu zetu kwa bunge la kitaifa, na juzi na jana pia viongozi wa kisiasa wamenena, na tumekubaliana kwa heshima na kwa utu kwa hizi familia za ndugu zetu yetu Mheshimiwa Ng'eno na viongozi wengine ambao amelala nao hapa.
ambao alifanya kazi nao, vijana wachanga na familia changa ambazo wameacha. Kwa heshima yao hatutanena mambo ya kisiasa. Tunataka tuimbe wimbo mmoja wa A Song of Brotherhood and Fellowship Together. Mheshimiwa Osoro, utatuongoza. Haya. Asante sana. Tuendelee kuja, tunaimba wimbo wa Kiswahili, uko kwa program. Tunasema Bwana u sehemu yangu. Hata wale hawajui kuimba mtaimba tu, soma tu. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mali hapa sikupa ili niheshimiwe, naya nikutemasha sawa sawa, pamoja nawe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea, uniongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie nawe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, niingie na wewe, pamoja na wewe, ni mwanguni niingie na wewe. Senator wa Uasin Gishu County, Mheshimiwa Mandago, keti chini. Senator wa Bungoma County, keti chini. Mheshimiwa Ruto CPA kutoka kule juu Eldoret, Uasin Gishu County, Keses constituency. Sabina Shege, special nominee ama nominated member of Parliament Jubilee. Senator wetu wa Nandi County, Mheshimiwa Cherargei. Mheshimiwa Sonko. Okay. Mbunge wa Madera, Mheshimiwa Eric Wamumbi. Kipkelion West Hillary, Mheshimiwa Hillary. Kutoka county hii, Mheshimiwa Ken Aramat. Poleni, unajua. Mheshimiwa kutoka Special Elect Senate Bomet, Mheshimiwa Joyce. Mheshimiwa Cherorot kutoka Kericho County o Kipkelion East. Senator wetu wa Nyeri County wa Matinga. Joseph Maklap kutoka the other side, Baringo North. Nasema yako mbio ndio tumalize. Olentutu, Narok County, mnamjua. Kemilu Kaiti, thank you very much. Mama wetu wa hii county, Agnes, asante sana Pareno, thank you. Musa Sirma, mnajua yeye kutoka hapa. Mheshimiwa kutoka Uriri, kule Migori County, Mheshimiwa Nyamita Mark. Women rep wetu wa Nairobi, Esther Pasaris. Marakwet East na Mheshimiwa Ngogoyo. Mama wetu wa county, Mheshimiwa Kangogo. Mama wetu wa county ya Narok, Mheshimiwa Rebecca Ntonkei. Mama wetu wa county ya Kericho,
Mheshimiwa Beatrice Kuresoi North. Mheshimiwa. Haya. Justice Kemei Sigoit he. Sema haraka haraka. DK kutoka Soi. Komingoi Bureti, mama wetu ya kaunti ya Nyamira Jerusha Momanyi, mama wetu wa kaunti ya Bomet Toto mwenyewe, Bomet East Mheshimiwa Yegon, Mheshimiwa Tonui Kuresoi South, Kilgoris mzee wa kazi Mheshimiwa Sunkuli Sang, Kisang Senator, Mheshimiwa Mandazi kutoka Chepalungu, Mheshimiwa Moroto, Mheshimiwa Jafeth Nyakundi kutoka Kitutu Chache North, Mheshimiwa CK haya kutoka Sotik, Mheshimiwa Madhenge kutoka Nyeri Town, Mheshimiwa Baringo women rep wetu wa Baringo Jematia, Mheshimiwa Jematia, Brighton Yegon Konoini constituency, Mwalimu Wamboko Milemba kutoka kule Western, Engineer Lelmengit kutoka Mgwen, Kajuang, Mheshimiwa Kajuang kutoka Nairobi, TJ, Benjamin Langat Aina Moi constituency, Kilel constituency, Bomet Central, Mheshimiwa Pukose Endebes, mahali Mheshimiwa Ngeno alitoka ndio kukawa namna hiyo. Kalole kutoka kule Kaloleni. Thank you very much. Senator Baringo wetu, huyu mgeni Senator Baringo Chemitei kutoka kule Taita, mama wetu wa county Haika, Mheshimiwa Lydia Haika. Wakili Toroitich kutoka Marakwet West, Sema constituency Nakuru what? Rongai constituency. Yes, unasema constituency ndio unaputo. Chebol constituency. Misau Kiminini mnajua. Steve Mogaka kutoka West Mugirango. Mheshimiwa Kiborek. Yes. Haya. Mheshimiwa Mashukuru kutoka Kabete constituency, not Kiambaa. Betty Maina kutoka Murang'a County. Mheshimiwa wa Kuria West Mathias Robi, sio Kitayama. Senator wetu wa Trans Nzoia County. Senator nani? Yes, Alan Chesang. Mbunge wa Njoro Single constituency, Mheshimiwa Charity Kadhambi. Mheshimiwa Alice Nganga, mbunge wa Thika Town. Mheshimiwa Marian Kitan, mbunge wa Aldai constituency. Daktari Daniel Manduku, mbunge wa Nyaribari Masaba. Mbunge wa huyu mnajua yeye, Kuria Kimani, mbunge wa Molo. Mheshimiwa Janet Tienei, mbunge wa Taribo. Professor Baritok, mbunge wa Moiben. John Waluke Sirisia anasema anatoka Pungoma. Chesumeu Paul Biero mnamjua, na Mheshimiwa Kawanjiko firstborn wetu wa UDA kutoka Kiambaa. Thank you very much. Na huyu ni senator wetu wa Kericho, Senator Aaron Cheriot. Haya, asante sana. God bless you. Na mimi ni Osoro. Asante Mheshimiwa Osoro. Wale wengine ambao wamebaki hapa wakiongozwa na Mheshimiwa Kitilain Tutu hapa, Mheshimiwa Meli, Senator kando kidogo, Mama Tongei, Mama County wetu, Mheshimiwa Oscar Sudi, Mheshimiwa Cherorot, Mheshimiwa Rindikiri Mugambi, Mheshimiwa Senator Sigei, Mheshimiwa Mandazi na Mheshimiwa Kaikai Bisau. Hii ndio committee ambayo walituongoza kwa bunge kwa kutuandalia maandalizi ya mazishi haya. Nataka tuwapigie makofi ya kilo kwa kazi nzuri waliofanya. Na Mheshimiwa Rais wakati speaker aliwapea kazi chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Meli, co-chaired by Sigei and deputized by the Vice Chair of the Housing Committee, Mheshimiwa Rindikiri, alituuliza maandalizi ya mazishi ifanywe yote bila ubaguzi, ikiwemo ya Mheshimiwa Ngeno na hawa
ndugu zetu wengine ambao waliaga dunia pamoja. Nataka kwa heshima nimuulize seneta wetu wa Narok aje kwa niaba ya hao viongozi wote atupe risala ya rambirambi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of Kenya, the families of Ngeno, an extension, the family of the Ntutus, the families of Sport Pesa, a young man who worked for the county government of Narok, the family of Robert Kipkoech, Carlos, the families of Nicholas, the photographer, and the families of Amos Kipngetich. I'm on with you. You know, Your Excellency, kifo ni kitu mbaya sana. If there was a way we could have a conversation with God, ni kumwambie aachane na hiyo kifo. Because it takes the best of the best. Your Excellency, I'm very emotional because I knew Ngeno very well. I've written a small tribute to him, and which I want to read, and then I can say one or two words. And I want the students of literature to pay keen attention to my tribute. I know the speaker, I'm sorry I forgot to mention you, is a student of literature. And here it goes. If hell had a door, I would walk right back and get you, Johanna. Because your fire was never meant to go out this soon. You burned too fiercely, too bright for your people, for your land, for justice itself. Today, Johanna, we stand broken, but not defeated. Because you didn't teach us how to surrender, you taught us how to fight. You taught us to be fearing. You faced eviction, not as a man running from power, but as a shield standing in front of the powerless. From the Mao Forest to the borders of Masai Mara and Kuria, your voice thunders like a storm refusing silence. You carried the pain of your people in your chest and turn it into courage that frighten those who profit from fear. The sky may never claim you in life, in fire, and still, but your spirit, that restless, defiant flame, still walk among us. You have become part of every tree you fought to save, every child you now who knows what it means to belong to the land. Johanna, if I could, I'll storm through the hell itself and bring you back. But you wouldn't only tell me, don't keep fighting, keep standing. And that is what we'll do. Rest now, warrior. We'll carry your spirit into every battle left undone. To the people of Miredikir, Kimen Tongong, Pikich, and Neunokab, Kipsumiet, Menyata, Mirmiriet, Menyin en One. The spirit of Ngong lives in us. And we are determined to make sure that we fight for the right of our people. Your Excellency, I've come to appreciate the fact that life is so frequent. Today you're here, tomorrow you're gone. The most important is for us to work and fight for our people. Ngeno and I had some very interesting times together. When I was busy fighting for our people, he's busy fighting for his people. But there's one thing that I learned from him. Nothing would stop him. Your Excellency, these people of Emurua Dikir are a special lot. They are not the ordinary Kipsigis, you know. These are fearless people who have always fought for what they believe. They are fully educated,
yet they are still behind. Your Excellency, I want to request you to consider fulfilling all those promises that Ng'eno had for his people. One, Your Excellency, and I will not be shy to say this, we still have our brothers who are evicted from the Mau forest. And I participated in that without any apology to save this environment. But Your Excellency, we were supposed to compensate those people. I want to request you that we consider compensating those people. Give them a life. Recently, Your Excellency, there was a couple that trekked all the way to Nairobi wanting to see you. And I spoke to you about it, and you asked that the PS speaks to them. I want to plead with you to consider those people. I've also listened to these families. And Your Excellency, as a senator of Narok County, I want to request you to consider doing something special for these people. Now, Mr. Speaker, you are the chairman of the Parliamentary Service Commission. When we went to eulogize Ngong at his home, a young employee rose up and said, there's nothing as bad as waking up on a Monday and not going to work. The problem we have is that we care so much about ourselves. We line our pockets. We protect ourselves with good benefits in Parliament. But the moment one of us is uprooted out of this earth by God, every employee of a senator, of a member of Parliament, is left jobless. Mr. Chairman of the Parliamentary Service Commission, please remember the staff of Ng'eno. Find a way. And if there is a way in the PSC, you can pay them for the entire 5-year contract. Because when Ng'eno gave them that contract, Kimani, when Ng'eno gave them that contract, they were assured of staying for 5 years. So I really want to plead with you to consider them. Finally, Your Excellency, we came by road. The roads here are dilapidated. Please consider, and in fact it was very funny because when we were passing through Bomet, someone stopped our car and said, hii ndio barabara ya kwenda Singapore. And ndio inaenda kwa waziri wa barabara. And we told them, no, we are making strides. So I would like to request that you consider helping us so that these roads, hata ile barabara, ile daraja ilitengenezwa juzi, imeenda tena na maji. So that at least our people who are left behind can be able to continue supporting. This county of Narok and Bomet and all the neighboring counties here are industrious. When you walk around these areas, you see economic development. You see milk in the streets. On the road, you see people carrying fodder. But the problem is that the roads are so dilapidated, they cannot be able to get that food to the market. I want to end by saying we will miss Ng'eno. And I think the clergy here, you need to teach us on how to have a conversation with God to suspend death. Thank you so much. Asante Senator wetu wa Narok. Nataka dakika moja tu mama wetu wa county, Mama Tongei. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, the Right Honorable, our Speaker of the National Assembly, the families of the bereaved and all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, yangu yatakuwa machache sana. Unajua Your Excellency, tunaposimama hapa tumepoteza ndume. Na Your Excellency, unapozungumza juu ya Emurua Dikir, huwezi zungumza juu ya Emurua Dikir bila kuzungumza juu ya Ngong. Sisi kama watu wa Narok County, in fact Ngong was a brand. Na yeye hii brand alijitengenezea mwenyewe, akasimama na watu, akatoka Emurua Dikir, akatoka Narok County na akaenda Kenya mzima kama kiongozi wa nchi ya Kenya. Your Excellency, niko na maneno matatu. Kuna jambo ambalo watu wetu hapa wamesema, kuna mashamba watu bado hawajapewa title deeds. Na Your Excellency,
wamesema Ngong vile aliondoka, yeye ndiye alikuwa title deed yao. Nataka kuomba Your Excellency, hiyo title deed imaliziwe watu wa Murwadigir ili waweze kukaa vizuri, kila mtu awe na karatasi ambaye inastahili kuwa, kwa sababu hiyo ndio right ownership. Jambo la pili, Your Excellency, ni mambo ya pesa ya kina mama ambao uliniahidi wakati ulikuwa katika ile development tour Narok County. Your Excellency, mimi nataka kukuomba kwa heshima siku ya leo tumalizie hiyo mambo ya hawa kina mama wa Murwadigir, kwa sababu walishinda wakiuliza hiyo pesa iko wapi. Your Excellency, nikienda kumalizia, sisi kama watu tunapolia siku ya leo, tunataka kuomba hawa familia waweze kusimamiwa ili waweze kuendelea vizuri, maisha yao iendelee vizuri, kwa sababu wamekuwa na shida mingi, kwa sababu dependence wa familia hizo simeondoka. Mimi sina mengi kwa sababu masaa imeisha, lakini nataka kusema familia zote, watu wetu wa Murwadigir, watu wa Narok County, poleni sana. Mungu atufariji na Mungu atupembeleze. Mwisho kabisa, tunapofanya hii investigation, Your Excellency, watu waliomba kwamba tuweke mtu mmoja wa Narok County ambaye atakuwa macho ya hii familia, ili tunapofanya investigation ya hiyo ndege iweze kujulikana, ili watu wa Narok pia wapate hiyo jawabu ambaye ni nini ilisababisha hiyo ajali ya ndege. Mungu awabariki sana, tunawapenda. Asanteni sana. Asante mama wetu wa county. Tawauliza Kiti Peter na wabunge kutoka Uganda wenye wako, tafadhali msimame, we appreciate you. Vile mlisikia hao wabunge wengine, Chelogoi Geoffrey, Kitio Patrick, Sakaja Martin, Chesol Tom, Honorable Sange Jacqueline. Hao wote ni wabunge kutoka nchi yetu jirani ya Uganda. Tuwapigie makofi kwa kuja kufariji familia ya Mheshimiwa Johana Ngeno. Haya, Kiti kuja basi usalimiane. Kwa niaba yao Mheshimiwa Kiti asalimie. Naambiwa Mheshimiwa Ngeno, ile kazi umeona ya artists wa Kalenjin ambao alikuwa na support, ameenda mpaka Uganda kusupport artists wetu wa Kalenjin ambao wako pande ya Uganda. Karibu dakika moja. Thank you very much. I want to say, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, the Speaker of National Assembly, and all protocols observed, I bring you condolences from Kapkugo in Uganda. We come here with a heavy heart and grief that indeed, I want to say, Honorable Johana Ngeno has been a dear brother to us. For long, what you have to know is we are Kalenjins from Uganda. And for long, we have been a little sidelined or marginalized, and we have felt cold. And indeed, last year, Honorable Johana Ngong, when he came to Uganda, he brought a lot of warmth and connection to us in Uganda. When we were feeling the warmth, we were like, at least we are now connected to our brothers. It is unfortunate that when we are trying to jubilate, we have lost him. It is indeed very unfortunate. And I want to say something special about him. And to the eulogies that have been given. Mheshimiwa, I think, has been a man who sees people who have been oppressed. He's a guy who fights for the oppressed. Because I see among his aides, he has employed mainly people from low families. When you come to most of the musicians, they have been despised for long. But in Uganda, for the first time, we had the Kalenjin Festival. Otherwise, I want to thank you all, and I want to say that we shall really miss him. In front of us here, I have Honorable Kitio Patrick from Kapchorwa Municipality. Then I have Governor, who is LSC5 Chairman for Queen. Then Chelogoi. And then I have
the youngest governor, that's LSC5 elect for Kapchorwa district. Then I have the governor elected for Bukwa district. And then I have the district commissioner for Kapchorwa. Your Excellency, just one thing. Your Excellency, for long, we have not felt the touch. In fact, 2 weeks ago, the late invited me to Nairobi. And we talked a number of things, including how can we bring our people together. In that conversation, we proposed that we shall have a meeting with our Kalenjin brothers and later come and meet you. I'm requesting that we get that opportunity with our new elected leaders and some opinion leaders in Uganda and especially Kapugo. I will be very grateful if that will be done. Otherwise, together I have also our cultural leader from Sebei, His Highness Sulge, another team. Thank you so much, Your Excellency. I look forward for more interaction. May his soul rest in eternal peace. Asante, and I'm told there is a huge delegation from Uganda. If you can be upstanding to appreciate how viongozi wote ni viongozi kutoka nchi jirani ya Uganda ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi. Kufikia hapo, nataka nimwalike governor wetu wa Narok County, Governor Ntutu, ili naye aje atuhutubie. And as the governor comes, on behalf of all those members of parliament, once again, we want to convey our very deep condolences to the families of our departed colleagues. Mheshimiwa Rais, unajua tuliingia bunge mwaka moja wa 2013 na Mheshimiwa Johana Ngeno, na tulikuwa kamati moja tukiwa na yeye na Mheshimiwa Oburu na viongozi wengine ya Public Investments Committee, na ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais umekuwa ukifanya ya affordable housing nilisema juzi kwa kanisa. Our country is only poorer today without Mheshimiwa Johana Ngeno. Haingewezekana tuweze kutekeleza ile kazi ngumu ambayo tumeweza kutekeleza, hasa ya kupitisha sheria ya Housing Levy Fund, kama sio uongozi wa ndugu yetu Mheshimiwa Ngeno. Alisimama mbele, akaweka kifua yake mbele na akasema lazima aungane na wewe ili tuhakikishe ya kuwa tumetimiza yale mambo ambayo tuliwaambia watu wakati wa campaign, na ametuongoza vizuri sana kwa bunge la kitaifa. Na nilisema viongozi ambao wanafanya na yeye kwa kamati ya Housing and Urban Planning, wao wote wanakubaliana hawangekuwa na mwenyekiti mwingine mzuri zaidi ya Mheshimiwa Ngeno. Tumempoteza ndugu yetu pamoja na ndugu zetu hao wengine. Tuseme Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema, na tuendelee kuombea familia zao ya kuwa Mwenyezi Mungu atawapa faraja na kuwapa nguvu ya kuweza kuendelea na maisha pasipo na ndugu zetu ambao wametuacha. Asante, na karibu gavana wetu, utujulishe magavana walioko, kisha umwalike speaker wa bunge na mwalike naibu wa rais. Asante sana majority leader wetu Ichungwa, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, the Deputy President Professor Kindiki, the Speaker of the National Assembly Moses Wetangula, the clergy led by the Bishop of Baptist and AGC, waheshimiwa wabunge, wandugu zangu colleagues governors ambao wamefika hapa, mabibi na mabwana, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalamie wote, Bwana Yesu asifiwe. Basi yangu pia ndachukua nafasi hii ya kipekee nitoe risala saramrambi kwa familia ya wandugu zetu ambao wamepoteza maisha. Nasema poleni sana. Sisi wote tuko na uchungu mwingi kwa kupoteza hawa ndugu zetu. Labda kabla sijasema mengi, sababu ndasema mambo matatu tu, nataka nichukue nafasi hii nitambue wenzangu from the Council of Governors ambao wamefika hapa wakiwa wanaongozwa na jirani wangu Professor Hilary
Parjok, tafadhali msimame tu hapa kidogo, hapa tu. Ndugu yangu Stephen Sang from Nandi, Eric Mutai from Kericho, Susan, my sister from the neighboring county, Susan Kika, Wesley Rotich na Kachapin. Tafadhali kwa Kachapin, sijamuona hapo Kachapin, na pia Deputy Governor wangu Koech, na pia Deputy Governor wa pande ya Bungoma, Jennifer. Asanteni, tafadhali muwef tu kwa sababu ya wakati na vile mvua iko. Asanteni sana. Mwapigie makofi tafadhali. Wale ambao pia ndawatambua ni county assemblies zetu ambazo ni jirani. Tuko na county assembly yetu ya Narok, Bomet, Kericho, Nakuru na wale wengine wote. Kama wewe uko hapa na wewe ni MCA na wewe ni speaker, tafadhali naomba usimame pale huko. Sisi sote tuamke. Tusimame. Tusimame tafadhali. Hebu muwef tu hivi, angalia huko kwa wananchi na uwef. Thank you very much, wakiongozwa na speaker wetu Ole Dikir. Wafanyikazi, tuko na CEOs sahisi county zangu ama county zetu ambazo siko karibu. Tafadhali msimame tu. If you are a CC, kama wewe ni mfanyikazi ya county government, hii ni serikali yetu ya hapa ya ugatuzi. Tafadhali msimame tu na muwef namna hii. Thank you very much. Your Excellency, nimeambiwa pia tuko na former governor wa Bomet, ndugu yangu Isaac, asimame tu pia aonekane pahali yako. Asante sana. Thank you very much. Thank you. And then also asante. Pia tuko na I don't know whether the former governor of Narok ako hapa, sijui kama ako area, asimame lakini sijamuona. Asante. Your Excellency, kwa sababu ya muda, mimi nataka niseme mambo matatu tu. Ya kwanza ni kwamba mimi nimepoteza ndugu yangu Joanna Ngeno, mfanyikazi wangu Sport Pesa, na hawa wa ndugu zangu wengine wote ambayo wako hapa. Na labda tu niwaambie wageni wetu ambao wametoka mbali. Joanna Ngeno ni rafiki yangu, pia ni son-in-law, na kwa kweli kuna mambo matatu ambayo mimi nakumbuka sana Joanna Ngeno. Ya kwanza, tulikutana naye hapa Kilgoris, nafikiri ilikuwa 2011. Na akaniambia ya kwamba ataenda kutafuta kiti ya ubunge ya Emurua Dikir kama tutapata constituency. Na mimi pia nikamwambia nitatafuta kiti ya constituency ya Narok West. Baada ya hiyo, tulipochaguliwa pamoja tuwe wabunge, tuliweza kwenda kufanya kazi, yeye akiwa ni neighbor yangu, mimi niko Narok West na alikuwa Emurua Dikir. Lakini kila wakati tukikuja nyumbani ananipeleka kwa mama. Tunaenda kukula chakula na tunamaliza. Lakini siku moja nikamuuliza yeye, ni siku gani tutaenda kwa bibi yake? Akaniambia, governor, bado natafuta. Ama wakati hiyo nilikuwa mjumbe, akaniambia, mheshimiwa, bado naangalia. Akamwambia, ndugu, naona kama umechelewa. Na tukakuwa mpaka tukamaliza election ya 2017. Hiyo ya 2013. Alafu siku moja, Your Excellency, kwa sababu wabunge wako hapa na wanajua vile tulikuwa tunamwambia yeye ya kwamba lazima aowe, siku moja akaniambia, leo niko na news. Nikamwambia, ni news gani hiyo utaniambia? Ya kuoa ama ni gani nyingine ambayo sijui? Akaniambia, mimi nitaoa kwenyu. Kwa sababu umekuwa ukinisumbua kila siku niowe, sasa ndaoa kwako. Mheshimiwa, haya ni makubwa, lakini karibu hata ndaoa the grandchild of Mzee Lerionga Ole Ntutu. Nikamwambia, wako wengi, ni gani moja? Aniambia, relax. Nafikiri Sudi kama wako hapo anajua pali wamekuja kuniambia maneno. Na kutoka hapo alikuja akachukua ama akapata bibi yake ambayo ni Naiyanoi Ndutu. Na mimi nashukuru kwa sababu tangu
tangu wapatane wako na watoto wawili, two beautiful daughters, na nataka tu kuambia jamii ya Ng'eno, kwa sababu wako hapa katika desturi ya Kiafrika, hasa jamii ya Wamasai na Kipsigis, kwa sababu najua huyu sasa sio wetu. Hata kama Joanna Ng'eno ameenda, huyu ni mtoto wenyu na ataendelea kuwa bibi ya Ng'eno mpaka Mungu pia atukutanishe huko mbinguni. Jambo lingine la pili ambayo nilimjua Ng'eno, siku moja tulikamatwa wakati tulikuwa na maandamano kubwa huko Narok. Mimi na yeye na wabunge wengine wa 4 na senator tukawekwa ndani, the Muthaiga 5, wale wanajua. Sasa alikuwa ameona mimi natafuta, najaribu kupiga simu nitafute bond nilipe alafu tutoke. Akaniambia bana governor, mheshimiwa, usilipe hii kitu, tutalala hapa. Nikamwambia mheshimiwa, mbona unataka tulale sel? Akasema hapa ni mzuri, hapa ni sawa. Sasa naangalia huyu ndugu yangu ananiambia tulale sel. The following day tukalala the whole night. The following day tukapelekwa kotini. Your Excellency, wewe unakumbuka hiyo kesi? Sijui ulifanya nini hiyo kesi. Ni hiyo siku moja tu tulienda, tulipokupigia simu. Hiyo kesi mpaka sasa sijaijua nini nimefanyika, ikaisha namna hiyo. Ya pili, Your Excellency, ama ya tatu ambayo namkumbuka Ng'eno ni the last day. Alinipigia simu around saa 3. Kaniambia governor, jioni hama saa 8 hivi nataka ukuje unisaidie tupeane bursary of the needy students pale Kapsasian ward. Lakini nitaenda ndarudi. Nikamwambia governor, mheshimiwa Chamba Mbumbut, vile na muitanga yeye Chamba Mbumbut, sitaweza kufika sababu mimi niko huko empowerment ya kina mama pande ya Narosora. Ng'eno kama vile mnajua akacheka for almost 1 minute, anacheka yani continuously. Kamwambia mheshimiwa, mbona unataka? Ananiambia mheshimiwa, usijali governor, mimi niko na ndege. Nikitoka Nandi Endebess nitatuma ndege nikiwa Emurua Dikir ikuchukue, alafu uje tupeane hiyo basari, kwa sababu mara kwa mara tunasaidiana naye kupeana basari, kama ni ya county ama kama ni ya hapa Emurua Dikir. Your Excellency, little did I know that was the last time that I will talk to my son-in-law. Mimi nataka tu niseme hivi kwa wakaaji wa Emurua Dikir na kwa Kenya kwa jumla, ya kwamba ndugu yetu Mheshimiwa Joanna Ng'eno ametuacha. Lakini nataka kuambia watu ya Emurua Dikir, kutoka sasa mpaka tupate mjumbe mwingine ambayo nyinyi wenyewe mtachagua, mimi nitasimamia kazi yake mpaka mpate mbunge mwingine. Your Excellency, kuna mambo 4 ambayo Joanna Ng'eno alikuwa anaendelea kufanya, ndio nikimaliza. Ya kwanza, kuna kwa zile 14 ESP market ambayo tumejenga hapa kwa kaunti ya Narok, Mamboleo market na hii ESP hapa Dikir iko 96%. Lakini Your Excellency, kuna pia market ya Njibiship, na nafurahi kwa sababu nimeona mwenzake ambaye alikuwa vice chair ya housing. Hii ni kazi ambayo tulikuwa tumeweka na yeye, ya kwamba tujenge hiyo Njibiship ESP market, na Hinga pia Hinga anajua ya kwamba tulikuwa tayari tumeweka pesa. Your Excellency, also unakumbuka siku ile tulikuja kuona wewe na State House, ya kwamba hapa Dikir town tuko na land ambayo tulikuwa tumeweka tujenge 200 units ya affordable housing. Na hiyo Your Excellency, kama vile alikuwa amekuambia yeye ndio chairman, na itakuwa ni aibu kama hajajenga affordable housing hapa Emurua Dikir. Tafadhali uhakikisha ya kwamba tumejenga ndio tukumbuke ndugu yako. Pia Mogondo tulikuwa tujenge 200 units. KMTC ambayo iko hapa Kuranguri pia tulikuwa tujenge hostels ambayo ni karibu nyumba 200 ama 180. Pia TTI ambayo yeye mwenyewe ndiye alianzisha hili ambayo tuliwacha mandege zetu hapo pia, kwa sababu wanafunzi wanaendelea kuwa wengi. Tunakuomba Your Excellency, kwa sababu hii ndio kitu alikuwa anafanya, ya kwamba tujenge pia hizo hostels ya TTI na KMTC. Your Excellency, tukikuja barabara
Kuna hii barabara ya Chebole Dikir ambayo tulikuwa tumesema iwe tamak, na kwa sababu pia kuna maintenance kidogo tunataka ifanyiwe, na waziri wa transport ako hapa, tulizungumza hiyo bwana Chirchir ya kwamba hizo potholes imekuwa mingi, tuone kuweza kuhakikisha ya kwamba tukape. Your Excellency, also hii barabara ya Mogondo, Mogor, Esoi, hiyo ni mambo ambayo alizungumzia wewe siku ile tulikuwa ya kwamba tunataka ijengwe. Na hiyo barabara pia, Your Excellency, unakumbuka hiyo barabara kutoka Mogor, na najua Chirchir anajua hii, na tunashukuru tunafanya kazi na wewe. Hiyo barabara inatoka Bomet inakuja kupitia Mogor na kupitia Njibiship kuteremuka kwenda Kilgoris, alafu from Kilgoris iende Nosaen na iende mpaka huko Migori. Tunaomba kwa sababu najua World Bank wamefanya design, na naomba kabisa kwa heshima, kwa sababu waziri wako wako hapa na najua tunafanya kazi na yeye. Hata hawa watu ambao wamekuja kufanya design, mimi nilikutana nao. Naomba Your Excellency, ikifika June this year, hiyo barabara tuanze, kwa sababu ni barabara moja ambayo itafungua eneo hii yetu ya Emurua Dikir na Narok County kwa jumla. Your Excellency, ya mwisho ambayo ilikuwa ndoto yake, na unakumbuka tulizungumza hii na wewe, ni Masai Mara University branch hapa Emurua Dikir. Your Excellency, unakumbuka wakati ulikuja kututembelea kwa development tour, tulisimama pale Olormasani na wewe mwenyewe ukatangaza ya kwamba tutakuwa na Masai Mara University branch hapa Olormasani, na tayari kwa sababu Mheshimiwa Ng'eno alikuwa anapenda sana maendeleo, tulienda tukatafuta land ambayo tuko na primary school, Kapkoros primary school, na tukapata land ambayo it's enough, na hata hao watu wa university wamekuja huko, tumemtembeza huko. Naomba tu Your Excellency, kwa sababu watu wangu wote wale wako hapa, ututangazie hii itaanzwa lini ili tuweze kuendelea, na itakuwa ni njia ya kukumbuka pia Mheshimiwa Joanna Ng'eno. Kwa haya machache, Your Excellency, mimi nataka tu nishukuru watu wangu wa Emurua Dikir. Jana tuliongea na nyinyi na tukasema leo tuko na wageni ambao wanaongozwa na Mheshimiwa Rais, na nashukuru kwa utulivu wenu. Jana sisi tuliongea ile mambo yote tuliongea, lakini Your Excellency, kabla sijaketi, hawa wananchi wameniambia kwa sababu hiyo accident ilifanyika, tunaomba ichunguzwe ni nini ilifanyika, na pia tuwe na mtu mmoja kama inawezekana, sijui kama sheria if the law will allow, ya kwamba we include one of the person ama one person kutoka Emurua Dikir, ili wanapofanya hiyo uchunguzi tujue ya kwamba we have cleared the air, ili kila mtu aridhike kwa moyo yake ya kwamba yale yamefanyika ilikuwa ni accident. Your Excellency, ndafikisha hapo, na niambie watu wangu msiwe na wasiwasi. Kama gavana wenyu kawaida, wakati Ngong alikuwa hapa, hata kama vile ameenda, mimi nitashikilia pahali ambapo ameacha, mpaka nyinyi wenyewe muamue ni MP gani mtachagua. Sio sisi, ni nyinyi wenyewe mtaamua. Kwa haya machache ama mengi, Mungu amweke warehemu pahali pema peponi. Sasa nitachukua nafasi hii ni alike rafiki yangu ambayo ndio Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, aendeshe program kutoka hapo. Karibu Speaker. Asante sana. Mungu yu mwema na kila wakati. Your Excellency, our President, our Deputy President, the families of our departed heroes, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa MCS na viongozi wa mashinani, waheshimiwa governors na waheshimiwa wananchi. Mheshimiwa Rais, tumekuja hapa
kwa majonzi makubwa. Tumekuja kuomboleza kifo cha mbunge wetu na marafiki zake ambao alikuwa anatembea na wao, ambao tumeelezwa walikuwa karibu sana na yeye na walikuwa wakifanya kazi na yeye. Mheshimiwa Johana Ng'eno amekuwa mbunge shupavu, mbunge wa maono, mbunge mkakamavu, mbunge wa heshima kwake mwenyewe na kwa wenzake katika bunge. Aliingia bunge 2013 wakati hii constituency iliundwa, na mimi nilimjua mwaka wa 2006 aliponitembelea kwa ofisi nikiwa katika Foreign Affairs, akitaka nimsaidie kuja kusimama hii constituency ya zamani. Kura ikapigwa, hakutangazwa mshindi. Akarudi kuniona akaniambia, my friend, thank you so much for supporting me. I won but I lost. Na urafiki yetu ikaendelea hivyo. Wakati nimekuwa spika wake wa bunge, unakumbuka Mheshimiwa Rais, kura iliyopita tulikuja hapa mara mingi sana tukikampaign na Mheshimiwa Ngong. Mheshimiwa Ngong alikuwa ni mtu wa msimamo. Akipanga kitu lazima ipangike. Akitaka kufanya kitu lazima ifanyike. Na katika bunge nimeangalia stakabadhi zake, hakuna hata siku moja ameambiwa amekosa nidhamu ya bunge. Kwa maongezi, kwa maono na kwa nidhamu. Kwa hivyo tunasimama hapa kuomboleza shujaa wetu na mashujaa wenye alikuwa na wao. Katika maandishi kwa kitabu yake nilisema, Parliament has lost one of its finest. And I meant what I said because he was a fine man. Waheshimiwa wabunge, nataka kuwashukuru kwa sababu kule bunge tuliunda kamati ikisimamiwa na Mheshimiwa Meli na wale wenzako mmesimama hapa kutoka mabunge ya Seneti na bunge la kitaifa, na mmesaidiana na familia kufanya kazi ya kupeana heshima ya mwisho kwa mwenzetu. Mumesimama hapa wabunge, nimehesabu tuko wabunge hapa 94 ambao wamekuja kusindikiza Mheshimiwa Ng'eno na wenzake kwa mwenzenu, na ni kielelezo ya kwamba yeye alikuwa ameguza kila mmoja wenu kwa njia moja au ingine. Kwa hivyo leo jamii ya Emurua Dikir, you've lost your first and last line of defense in all your interests. But God gives and God takes and gives again. Katika kitabu kiliandikwa na mwandishi mmoja kule Tanzania anaitwa Shaban bin Robert, kinaitwa Maisha yangu na baada ya miaka 50. Anasema, nimetembea safari yangu mpaka kilele cha mlima. Nikaangalia kule ninatoka, nikatazama kule ninaenda. Na nikamshukuru Mungu kwa kunipa nguvu ya kutembea hiyo safari na aniongeze nguvu ya kuendelea na hiyo safari. Johana Ng'eno alitembea, akaangalia nyuma, kutazama mbele. Mungu akamwambia, safari yako imetosha. Na amempumzisha
Kazi ya Mungu haina makosa. Like we always say, God has never suffered from memory loss. He knows what he plans for each one of us, and he planned it this way for our brother. Kama bunge la kitaifa na bunge la seneti, tunaombea hizi familia ambazo zimepoteza wapendwa wao. Mungu awaweke mahali pema. Mheshimiwa Ledama, nimesikia maneno yako kuhusu wafanyakazi wa ndugu yetu, na tukifika Nairobi ukuje unione tusungumuze. Kadiri ya uwezo wa kisheria na nguvu zetu tutaona ile tunaweza kufanya. Asante sana waheshimiwa wananchi kwa kujitokeza kwa wingi na kuweka nidhamu ya hali ya juu katika mazishi kama haya ya mwenzetu ambaye alikuwa mwanasiasa machachari, mwanasiasa wa heshima. Sasa ni nafasi yangu kumuita Deputy President wetu, naye pia aje atoe rambirambi zake, na muite Mheshimiwa Rais atuhutubie. Mungu awabariki na tuombee familia hizi sikae kwa amani. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, nataka kuomba mawaziri ambao wako hapa wasimame tuwatambulishe kwa wananchi na waombolezaji. Pale mwisho ni waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchir. Hapo mbele yangu ni waziri wa usalama wa taifa Onesmus Kipchumba Murkomen. Dada yetu ambaye anatoka kaunti hii, waziri wa ulinzi Soipan Tuya. PSs kama wako naomba tusimame, sijui kama tuko wengi. PS Aurelia Rono ambaye anatoka hapa Bomet, PS Cabinet Affairs, no, Office of the Prime Cabinet Secretary. PS Rono Kiprono kutoka Kericho, PS for Agriculture, and PS Korir, PS for Water. Asante. Anatoka hapa huyu PS Korir. Ni vile tuko katika maombelezo, ningeuliza ile swali naulizanga, lakini leo sio siku hiyo. Niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais, ya kwamba tumempoteza mwenzetu, na mimi nitoe rambirambi kama wale wengine ambao wameongea mbele yangu, na kutakia familia za ndugu yetu na ndugu zake, ndugu wote ambao walikuwa wanafanya kazi naye, niwatakie baraka ya Mwenyezi Mungu ili waweze kuendelea hata kama tumeachwa na mzigo mzito kwa sababu ya wapendwa wetu ambao wametuacha. Mimi pia Mheshimiwa alikuwa rafiki yangu na tulifanya mambo mengi ya siasa. Leo sio siku ya kusema hayo mambo kwa sababu ya muda. Niseme tu sisi tumeachwa na mmoja wetu, na kwa niaba ya baraza la mawaziri ambalo tunaongozwa na rais kama kiongozi wetu, tumeandika rambirambi ambao nitapeana nikienda kuketi. Nitaenda kupeana rambirambi ambayo ni kadi ambayo tumesign tukiongozwa na rais na mawaziri wote kwa niaba ya serikali ya Kenya, kusema pole kwa familia ya Mheshimiwa Ng'eno na familia zile zingine ambazo zimehusika. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru na niwaombe tuendelee kuwa watulivu
na Mungu atatupatia kiongozi mwingine ambaye ataendeleza kazi ya Mheshimiwa Ng'eno ambaye ilikuwa kazi nzuri. And I want to believe the President, as he leads us into the future, will help us to consolidate the vision, the ideas, and the interests and the priorities of the people of Emurua Dikir that were championed by the Honorable Ng'eno, so that we can honor him in death the way we honored him in life. Kwa hayo mengi, naomba tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana Bwana Deputy President, tafadhali tuketi. Thank you very much. Asanteni sana. Familia ya ndugu yetu Johana Ng'eno, mke wake, mama, familia za ndugu zetu walioaga dunia na rafiki yetu Ng'eno, familia ya Carlos ambaye alifanya kazi kwa ofisi yangu wakati mmoja, familia ya Wycliffe Rono, familia ya Amos Kipngetich na familia ya Nicholas Kosgei. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, viongozi wale wote wengine na wananchi wa hapa Emurua Dikir na Narok na sehemu hii yote, hamjambo. Mimi nimekuja hapa leo nikiwa na uzito mkubwa katika moyo yangu kwa kumpoteza huyu ndugu yetu, rafiki yetu na kiongozi hapa Narok na specifically hapa Emurua Dikir. Na waletea rambirambi za familia yangu pamoja na serikali nzima la taifa la Kenya. Rambirambi zetu kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wa Emurua Dikir na watu wa Narok County. Poleni sana kwa kumpoteza huyu ndugu yetu. Jumamosi iliyopita nikiwa mkutano kule Kajiado, nilipata hii habari. Na wakati niliambiwa kumetokea ajali na mkuu wa polisi, wakati alinipigia, na baadaye mkuu wa jeshi pia akanipigia kwamba tumepata ajali, na inaonekana ya kwamba mbunge wa Emurua Dikir alikuwa kati ya wale waliopatikana na ajali hiyo. Na nikaelezwa mahali alikuwa na mahali baadaye maisha yake ilikuja ikaishia. Ikawa ni mambo ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Ng'eno alikuwa kiongozi wa aina ya kipekee. Historia ya constituency hii ya Emurua Dikir haiwezi kuwa kamili bila ya jina ya Johana Ng'eno. Johana Ng'eno is the reason why Emurua Dikir constituency exists today. Kwa mbinu zote, kujitolea, the sacrifices he made, and everything he did, we are very proud
that today we have Emurua Digiri constituency, and Johanna Ngeno was the member of parliament that stood out in this constituency. Mimi sio mgeni hapa Emurua Digiri, nimekuja hapa mara nyingi. Tumefanya mikutano mingi ya kanisa, ya shule, ya maendeleo na yale mengine yote. Historia ya constituency hii, hizi barabara ambazo zimejengwa hapa, nimeshirikiana na Bwana Ngeno katika kuzitafuta. Technical trailing ambayo iko hapa, hospitali, KMTC na mambo yale mengine yote yako na signature ya Mheshimiwa Ngeno. Na ndio mimi nakuja hapa leo kusema poleni watu wa Emurua Digiri kwa kumpoteza kiongozi, mbunge wenu, shujaa wa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Katika safari ya Mheshimiwa Ngeno, kuna mambo ambayo aliniuliza na kuna mambo tulikubaliana yataendelea. Mara ya mwisho kuongea na Mheshimiwa Ngeno ni kama wiki mbili zilizopita. Tulikuwa na uchaguzi kule Isiolo wa mbunge wa Isiolo, na nilimuuliza Ngeno, Kiborek na wale wengine waende katika hiyo campaign ya siku za mwisho, na Ngeno na hao wengine walienda kufanya hiyo campaign kwa candidate wetu wa chama ya UDA, na candidate wetu wa chama ya UDA pale Isiolo alipata 90% of the vote. Nyinyi mnajua, mbali na kuwa kiongozi hapa Emurua Digiri, Ngeno pia alikuwa kiongozi katika jamii yetu. Alitembea sehemu nyingi, hasa katika mambo ya artists. He had a special place for artists. Mara nyingi aliongea na mimi kuhusu artists. In fact, December, vile nilisema wakati nilienda kwa family, December mwaka huu, Ngeno alinitafuta. Na sio kawaida Ngeno kunitafuta mara 3-4. Lakini safari hii alinitafuta, nafikiri ilifika mara 6, mpaka nikajua there must be a problem. So nikampigia simu, nikarudisha simu yake, akaniambia, Bwana President, nimepanga sherehe kubwa sana ya artists kule Eldoret. Itakuwa na watu zaidi ya 20,000. Na ilikuwa ni, I think the function was on a Saturday or thereabout. Na siku hiyo ilikuwa Thursday. Sasa akaniambia, hii mkutano kubwa nimepanga na inahitaji pesa shilingi milioni 20. Na mimi Ngeno sina, wewe ndio utatoa hiyo pesa. Sasa nikamwangalia ule Ngeno, nikamwambia, wewe 20 million unanipatia notice ya siku 2, hii pesa itatoka wapi? Akaniambia, sio 20 million, ni 30. Mwisho ikabidi nifanye juu chini, na nikaamurisha wizara ya sports wapange na yeye ndio hawa artists washughulikiwe.
na kwa sababu alifanya hiyo kazi ya artist kwa kujitolea, hata kifo chake ametoka akiwa ameenda kusaidia artist kule Endebess. Johana Ngeno deserves recognition. Na kwa hivyo hiyo mpango alikuwa nayo ya kupanga hawa artists for the next 5 years. Tutatoa pesa ya serikali milioni 20 kila mwaka kupanga hiyo kazi Ngeno alikuwa anafanya. It will be taken over by the ministry responsible for arts, and we are going to support the effort our brother and leader of this constituency, Johana Ngeno, alifanya. Vile vile kuna maneno aliniuliza ya watu wa hapa Emurua Dikirr. Kuna barabara ya kutoka nyumbani karibu kwake pale Mogondo kuteremka kwenda Mogor na kuungana na Soit. Hiyo barabara tayari tumeitangaza. Waziri Davis yuko hapa. Wiki 2-3 zijazo nitatuma huyu deputy president akuja anzishe hiyo barabara ndio iweze kusonga. Tukisonga madogo tulikubaliana na yeye ya watu wa constituency hapa, Harambee ndogo hapa na pale. Huyu naibu wangu wa rais nimesema in the next 3 weeks atakuja kukamilisha hizo mambo madogo ambayo yalikuwa hapa wakati atakuja kulaunch hiyo barabara. Pia kuna maneno Ngeno alifuatilia kwa makini sana, maneno ya Mau alifuatilia kwa makini sana. Mimi wakati nilikuwa Narok hapa nilisema wakati nitapata nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa hii, wale watu walikuwa wanaishi kwa mahema pale Mau tutawashughulikia na tutawahakikisha kwamba tumewapanga. 2023 wale watu 2,000 walikuwa wanaishi kwa mahema, wote tuliwapatia pesa, kila mtu 1,300, tukawaondoa kwa mahema wakaenda kutafuta makao mahali pengine. Mimi najua baadaye hawa viongozi wa Narok, Gavana Ntutu, CS Soipan, Ngeno wakarudi kwangu wakaniambia hata ingawaje wale walikuwa wanaishi kwa mahema tumewashughulikia, kuna wengine pia ambao hawakukuwa kwa mahema lakini pia walikuwa wamefurushwa. Nikawaambia wanitengenezee orodha ya hawa watu ambao waliathirika kwa njia hiyo. Provincial Commissioner, County Commissioner, Regional Commissioner wakashughulika. Kabla ya mwisho wa mwaka uliopita nikapatiwa list ya watu 12,000 ambao wanahitaji kushughulikiwa tena. Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Narok, hawa watu 12,000 tutaweka pesa yao kwa budget hii. Mwezi wa 7-8 tutakuja tuwashughulikie, kila mtu aende atafute mahali pa kuishi. Vile vile muliniuliza maneno ya shamba ya Cheluget. Kimamwa kunode mbare na Cheluget nyunda kyu karibu shamba ya ekari 5,000
Vile vile tumeongea na familia ya Cheluget, tumekubaliana na wao. Sisi kama serikali tutawalipa, ndio wale wote ambao wameishi kwa hiyo shamba ikuwe ni kwao, waweze kuendelea kuishi hapo. Vile vile Ng'eno alikuwa anafuatilia sana maneno ya shamba ya Ang'ata Baragoi hapa, na ndio mimi nataka nieleze watu wa Ang'ata Baragoi ya kwamba serikali tumekubali, tutalipa hiyo shamba ekari 1,500. Sasa itakuwa shamba yenu pale Ang'ata Baragoi. Na ile kuvutana kati ya jamii ya Wamasai na Wakalenjin tumeshatatua, kila mtu sasa ataishi kwa usalama. Hiyo shamba pia tumeweka pesa yake kwenye budget, mambo ya matatizo pale pia tuyatatue. Vile vile tumekubaliana, na nimesikiza viongozi wa hapa wameongea kuhusu ya mambo ya mabarabara. Nyinyi mnajua barabara nyingi Kenya zilikuwa zimekwama since 2020, 2021. Lakini sasa tumepanga vizuri, tumerudisha contractors wengi barabarani, almost 90%. Ile barabara mumesema ya kutoka Chebole kuja mpaka hapa, mnajua hiyo barabara tulijenga kwanza, mimi ndio nilipanga hiyo barabara ijengwe, iwekwe lami first time. Lakini mnajua siku hiyo tuliweka low volume, si ndio? Sasa nimesikia mumeniambia nikuje nifanye recarpeting. Hapana, haifanywi recarpeting. Hiyo barabara hata ikifanywa recarpeting itaharibika tena. Sasa nimeambia Davis tujenge hiyo barabara mpya na tuweke class B. Hiyo barabara sasa, nyinyi mnajua tunajenga barabara kutoka Nairobi ile kubwa, kutoka Rironi mpaka Mau Summit. Lakini ikifika pale Rongai, nyinyi mnajua hapo Rongai Junction, hapo Salga, hiyo barabara ya Mau Summit ikifika Salga, sasa tutatengeneza barabara ingine kutoka Salga kupitia Embomos kuja Konoi, ikuje ishike hiyo barabara ya Chebole, ikuje mpaka hapa Digir, alafu iteremuke iende Enosain, iungane na kule Nyanza. Hiyo ni barabara karibu kilomita 190, 190 kilometers. Na hiyo barabara nimemwambia waziri kufikia mwezi wa 7 tumalizane na World Bank na wale wengine wote ambao wanatusaidia kujenga hiyo barabara, so that mimi nikuje hapa tuanzishe barabara hiyo sehemu 3, tuweke contractors mara 3, ndio hiyo barabara tuweze kujenga kwa kasi. Kwa hivyo angenale ngabo tebe yagere jitage kasirgolle barabara ne Chebole hii kole kimi serikali ya gai okase so mama nyegebirgiraga barabara nata amun gebirgiraga barabaret nemi menet kumesuldoi ameje getech kumie okase ameje getech kumie au kwa moja Davis aleji barabarani kimeje gende koi class B ningetech rani kumonye gebirgiraga muta
So mosich wasiwasi. Kiyamwaiwo alecho nebo kakomotebe aitu. Mole okosoma kwek barabaret nengete Salga. Okosome makaitu. So muite kidogo. Angen kumie ole kipangondo ngale. Vile vile tumekubaliana huyu Johana Ngeno, wakati nilikuja hapa, na wacha niseme hii, najua Johana Ngeno, wakati tulikuwa tunapanga vile hii serikali tutaipeleka mbele, na tukawa tunapanga mambo ya makamati, mimi niliamua tuweke kwa sababu mambo ya housing ilikuwa ni kazi ngumu. Watu wengi hawangewezana naye. Hii program ya housing nyinyi mnajua imekuwa na makelele, imekuwa na maandamano, housing levy iko shida, tumeenda kotini, tumepelekwa sijui wapi, na ulikuwa unahitaji chairman mtu firm. Kuna watu wengi waliniambia wachana na mambo ya housing, wachana na maneno ya housing levy. One of them was not Ngeno. Ngeno aliniambia ngesabeano kimejano kerige ngebetai. Leo mimi nasimama hapa kwa hii jukwaa kusema housing inabadilisha taifa letu la Kenya. Leo hapa Emurua Dikir tunajenga soko hapa ya kisasa ya karibu milioni 70 kwa sababu ya housing. Hiyo tulipanga na Ngeno. Tunajenga housing mambo leo. Mumesema tujenge Njibiship. Hizo masoko inawezekana kujengwa kwa sababu ya housing. Narok mzima tunajenga masoko 12. Kenya tunajenga soko 500 kwa sababu ya housing. Leo tunajenga nyumba 1240 kwa sababu ya program ya housing. We are transforming our nation. We are changing our skyline kwa sababu ya program ya housing, mwenyekiti wake akiwa Johana Ngeno. Na ndio kwa sababu hiyo wanakamati hawa wa housing, mimi nataka there are members of the housing committee here. Hawa wanakamati wa kamati yetu ya housing, wapigie makofi. Nilimwambia hawa watu wa housing, wakati nitaandika historia yangu nitawapatia chapter mzima kwa sababu ya ile kazi wamenisaidia kufanya kwa program ya housing. Hawa kamati wamependekeza ya kwamba kwa sababu Johana Ngeno alikuwa chairman ambaye alihakikisha ya kwamba tumefaulu katika mpango ya housing. Mambo tumejaribu kwa miaka 30 hatujafaulu. Leo tumefaulu. Hawa kamati wamependekeza ya kwamba one of the biggest estates in Nairobi yenye iko na nyumba 4,500 inaitwa Shauri Moyo. Wamependekeza kwangu ya kwamba hiyo estate kubwa iko Nairobi iitwe Johana Ngeno Boma Yangu Estate. And therefore, I am directing the Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johana Ngeno Housing Estate in the city of Nairobi. Kwa heshima ya kazi ya ujenzi wa manyumba, Mheshimiwa Ngeno alitoa uongozi wake kama chairman.
Vile mnajua, muliniuliza hapa tuwe na campus, university campus ya Masai Mara hapa Emurua Dikir. Ni namna hiyo. Mimi nataka nijue kama hiyo ndio mapendekezo ya watu wa Emurua Dikir. Kiko mwa kuna ta? Wande une paraga public participation. Oh, that's very good. So, amejogas. Kaya kubiga university nyogoro ole kiteje university. Ko giyo bor chi skulit ne gilega poros. Maunade? Ko sukuli nata gilega poros ko ya ga ni garbu tamanagi nanata. So, ameje ge aiguni. Sigete university amu ameje atekwa ne yamo komeje koret ega ni konom. Sasa ameje ogoshine ocheng goret ngomami goret ocheng goret siala nendet ale goret anendet ocheng goret ole mi sialwo ameje Bwana Ndutu, wewe sasa umesema wewe ndio utakuwa nyapara ya hapa muda kidogo. Uchunge boma ya your son-in-law. So, nitakutafutia milioni 20, utafute shamba ya kujenga university ambayo itatosha. Tafadhali panga in the next 2-3 weeks iwe imekamilika. Alafu, Mheshimiwa Hinga, wapi Hinga? PS wetu Hinga kama yuko hapo. Hinga hayuko. Nishamwambia tayari ya kwamba tutatoa pesa ya serikali shilingi milioni 750 ya kuanzisha hiyo university na kujenga hostels ya watoto katika hiyo university. Na mimi sasa mwenyewe nitakuja kufanya ground breaking ya hiyo university yenu hapa. Na mimi nataka tufanye hiyo kazi kwa haraka ndio nirudi hapa before July nikuje nianzishe hiyo kazi ya university hapa, ndio watoto wa hapa na watoto wa Kenya wapate nafasi ya mahali ya kusoma masomo ya juu. Mwisho, katika hiyo kazi yote ambayo tumesema, familia wenye walikuwa hapa walikuwa na ndugu yetu Ng'eno. Kwanza Bishop amesema ni kaniset nebo gogo nebo cham kwendi ngayu ako kamiyu tisindet nebo kanisanata. Kwa wapi huyo Bishop? Sasa wewe Shungwa nitawapatia milioni 5 mkuje mfanye harambee mumalize hiyo kanisa. Si ndio? Tumalizie huyo ndugu yetu na wewe Soipan. Si wewe ni waziri wangu huyu. Mkuje. Obangango arawano. Oh yes, na huyu na Ledama akuje ulete ng'ombe tukuje tujenge hiyo kanisa. Nimesikia kwa makini maelezo ya familia walikuwa na ndugu yetu Ng'eno. Familia ya Wycliffe wamesema ya kwamba kuna bibi yake amefanya mambo ya agriculture. Unaona? Head of Public Service. Huyo msichana wa agriculture uende umake sure ameajiriwa kwa wizara ya agriculture. Familia ya Carlos. Huyu Carlos alikuwa anafanya kwa ofisi yangu. Ko gagi gainet kimo Carlos ngiyagure Carlos agure Robert. Ko Carlos ko gingiro.
ananoto. So juzi alikuwa amepata barua ya kuajiriwa kama mwalimu. Sasa tumesema hiyo barua ya kuwa mwalimu, kwa sababu hata hajapata mshahara ya mwezi moja, sasa tutapatia sister yake akuwe mwalimu. Nasikia kuna sister yake ambaye amesomea pia mambo ya walimu. Familia ya Amos wamesema, familia ya Nicholas kwanza, Boyondono amesema hawana makao matinyi ole menye koine sige ngalaling wa mamande si achi ngun ole menye so tapanga hiyo. Alafu familia ya Amos mtoto huyo kijana aliongea hapo wa university. Sasa huyo ni rahisi, mimi nitachukua huyo nimsomeshe amalize asonge. Wale watoto wengine wawili ambao wamebaki ya huyo mama wapi Songo, neno Songo, wewe Songo chukua mtoto moja usomeshe. Unaona? Someshe mtoto mmoja na nani mwingine hapa? Na Brighton, wewe Brighton chukua ile mtoto mwingine ya huyo mama usomeshe. Toste menene? Ngote menene jenga? Aya. Na kwa sababu nimesikia ya kwamba hiyo familia yote wako na matatizo hapa kidogo kidogo ya kulipa gharama ya mambo yao, wewe Ntutu utatusaidia ku find out what are the small details, lakini meanwhile nitakupatia milioni 8 upate mutyo eng Joana, mutyo eng tupchoni kosirto eng ngalek cheuen. Ongen ole kimoko rahisi arap Ngeno, angen ale utebege ole nguno makomi arap Ngeno ini kone netesetai ka eng koroni. Tos motebege ameche okas kuni ngama komi tupchenyo arap Ngeno komi Jehova nemi barak kipsengwet ak ami president nebo Kenya noteleli. So mosich wasiwasi, ngolyo age tugul nerartaat, ngolyo age tugul nikimwa Johana arap Ngeno kole kimoche kotep kole kosomwoiwo asiatimiza asikotestai ne Emurua Digirini. Ameche asomo kora alechok oamde kalya ngolyo age tugul notinye ochobe kalya, somet age tugul nosome osome kalya. Kimeche keegu biik agenge, kimeche keegu a united people, makimeche kopcheokis biik kele kaba chukomase koba chukomase. Mami kii nekenyorchin yebesyo biik. Kimeche kebe kipkutinak, kimeche kemwa ng'olyot nyo koek akorib Emurua Digirini siobe tai pamoja. Mami chi ne nyone nyokolechino kiongozi nokwe nekata arap Ngeno koni, mami. Okwek yotebu ng'uny
omwoiwech olechech kimeche kouni kebe tugul banda agenge. Maunoto? So amakwok kaberuretab Jehova. Ako kamwa ale mutyo mising eng bandab Johana. Mutyo mama, mutyo family and his spouse. Yeah, poleni sana. You have a young family, but tutajua vile tutafanya kazi na wewe ndio hawa watoto wa Johana Ngeno waweze kusonga mbele. Mingalek chualage mingalega bin hostel ngin yumba Tibet kogo ke chop kondok tayari ko chengwa kite contractor ke chop million bokolai ke chop kondok chebo in KMTC nyu pandap tai nebo kokwani kowendi komie amena chichi so sikebwa nyekekweri boisionik choto kochakta arais mameche amwa ng'alek kosiryo kale biikab Emurua Dikir mutyo mising ako yematianit keweke nyeketesetai boisionik chun alak tugul. Mungu awabariki sana na tunawapenda. Thank you very much. Tumpongeze rais tena kwa makofi tafadhali kwa ujumbe wake. Naomba tuketi kwa dakika moja ili niwaelezee itifaki za kuondoka. Let's just sit very briefly for the exit protocols. Once we have done the benediction at the end of this service, which will be done shortly, we shall have all the caskets removed in the sequence that they are. And I'll request that the KFS officers who are helping us with that to kindly take their positions now. Wale ambao wanatusaidia na kuondoa mili tafadhali waweze to take their positions. Then we'll have each of the caskets removed, having Honorable Johana Ngeno's casket last. After his casket, we'll have the clergy who will follow the casket, the immediate family, followed by His Excellency the President, as we now progress towards the interment area. It is a request of the family that the area is not too big. Kwa hivyo tafadhali, let it be a private affair. Let's just have the immediate family and those that are close to come to the burial site. The rest of us will be able to view from the screens. Naomba tafadhali wachungaji mtongoze kwa maombi ya kufunga ili tumalizie. Let us all be upstanding as we now close. Remember, we'll have the caskets removed one by one while we're still in our positions. Then we'll have Honorable Johana Ngeno's casket last, followed by the clergy, the family, and His Excellency the President. Let us pray. Thank you. Tumeshukuru. Wacha tuombe ili tupate safari salama. Let us pray. Mighty and everlasting Father, we thank you for a wonderful program that you made us to have today. As we come to the end of this program and we travel to various places, give us your journey mercies and watch over us. Lord, King of glory, even as we go home, give us the strength, even as we do this last part of this funeral today. May your name be glorified, for this is our prayer in Jesus' name. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.